bila kupotezea muda, tunakwenda kuanza paneli yetu ya kwanza kabisa. Na shauku yangu sana, natamani sikio lako likawe mahali hapa. Shetani anapambana sana na vitu ambavyo unatakiwa kuvisikia. He's dealing with informations. Kwa hiyo kwa sababu tuko mahali hapa, natamani sikio lako likawe mahali hapa, kwa sababu kuna kitu Mungu anakwenda kufanya kwenye maisha yako. Haleluya, haleluya, haleluya. Nisikie zile amen zenye nguvu tena. Haleluya. Wangapi tuko tayari kwa session ya kwanza? Make some noise for Jesus. All right. So, kwa neema ya Mungu nipende kumkaribisha mtumishi wa Mungu. Akifika hapa nitasema a little bit story kidogo sana bila kupoteza muda, jinsi ambavyo nilipata encounter naye japo yeye hafahamu. So naomba nimtambulishe mtumishi wa Mungu, Dr. Ipiana. Mr. and Mrs. Dr. Ipiana. Karibu. Sasa makofi yao kwani yanatosha sasa? Mshangilie Bwana kwa neema yake, mshangilie Bwana kwa neema yake. Hallelujah, hallelujah. Unaweza kuongeza zaidi ya hapo. Hallelujah, hallelujah. Come on somebody, you can do better than that. Oh, na wamependeza kabisa. Hallelujah, hallelujah. Thank you. Asante sana dokta na mke wako. Kwa kweli tumesikia kubarikiwa sana, na nisiwe mwongeaji, nilisema nitaongea. Amina. Lakini pia nipende kumtambulisha dada yangu. Wangapi mmemwona? Wangapi mnamfahamu? Wow. Karibu sana dada Loveness Brainwave. Unaweza kuongeza makofi yako. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. No, you can do better than that. Si umekuwa ukimfuatilia, si ndivyo? Now yuko mahali hapa. Hallelujah. Wow. Karibu sana sasa. Thank you so much. So, tuna panelist mmoja ambapo nafikiri atatujoini, lakini kwa nafasi iliyobakia nimrudishe tena my brother and my best friend Ishara Kapapi. Hallelujah. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Wamependeza, si ndivyo? Sasa unaweza kuongeza makofi yako tena zaidi hapo. Wow, wow. Thank you so much. Dokta. Dokta, kwanza kabisa namshukuru Mungu sana kwa ajili yako. Na kwa sababu hiyo tumejisikia kuheshimiwa sana kuwa na wewe mahali hapa. Sana zaidi ya sana. I don't know how to express it, lakini tumejisikia kuheshimiwa sana. Karibu sana. Nashukuru sana. Amina. Mama, karibu sana. Leo nimekuona live, nilikuona last time kwenye Instagram, ulikuwa unaimba. Unaimba vizuri. Karibu sana. Asante. Tumefurahi sana na tumejisikia kuheshimiwa sana kuwa na wewe mahali hapa. Mungu akubariki sana. Amen. Amen. Dada Loveness, sasa watu woga wafahamu, lakini mimi ndo mara ya kwanza nakuona live. Karibu sana kwenye Let's Talk Friends of Jesus. Karibu sana sana sana. Kwa kweli tumejisikia kuheshimiwa na we are truly honored to have you mahali hapa. Hii inaitwa The Glory and the Story. Na vijana wengi ambao wako mahali hapa, the only thing ambacho wanatamani kusikia kwenu ni uhalisia wa Kristo na maisha ya kawaida. Tunavitoa vitu katika uhalisia, tunavitoa vitu katika kiroho, tunavitoa vitu kiroho alafu tunavileta kwenye uhalisia wa maisha. Na topic yetu ambayo tutakuwa tunaiongelea leo ni Kingdom Marriage. Sasa ushangilie, na uhusiano lenyewe linasuasua hilo.
Tunakwenda kuongelea Dr. Mwana alivyoshangilia, kuna shida. Yaani hizo kelele nyingi hizo, kuna katatizo mahali. Topic yetu ya kwanza ambayo tunaongelea leo ni kingdom marriage. Kwa kuanzia kabisa tunatamani kufahamu briefly, Dr. wewe umekutana wapi na mke wako? Nichukue nafasi kumshukuru Mungu sana kwa hii initiative, maono ambayo Mungu amewapa ndugu zetu. Ninaamini ina translate kwenye maisha ya Ukristo na Wakristo tulikuwa tunakosa sehemu kama hizi. So nitoe tu pongezi kwamba Mungu awabariki na chochote mnachokifanya hapa mjini kitaleta impact na transformation. Cha pili, asante kwa swali zuri ambalo umeniuliza. Namshukuru Mungu, liko short and clear. Nilikutana na mke wangu nikiwa nasoma chuo Muhimbili hapo mwaka 2009 kuelekea 2010 I think. 2009. Yes sir. Okay. Basi unaposikia mtu akisema amekutana ni kama ulifika tu pa ndo wewe. Po ana statement yake moja anasema imeisha. Tunatamani kujua for how long umedate, and your dating ilikuwa ni dating ya namna gani, lakini pia the assurance ambao ulikuwa nayo ilichukua muda gani kujua kwamba huyu ambaye yuko kushoto kwako hapo sasa hivi ni mke wako halali? Asante sana. Eric, nilianza first year 2007. Shule yangu ilikuwa inapaswa niende miaka 5. Wakati ninaanza chuo 2007, unajua zile FIFA za mahusiano. Kwa hiyo watu walikuwa wameanza kuchakalika pale mwanzoni, first year wenzangu. Kwambia hii miaka 5 ni mingi, lazima usomeke mapema. Kwa hiyo ikaona tu stories zinavyoenda. Mwaka wa pili wale rafiki zangu walikuwa wanachakalika, nikakuta tayari wameshakuwa wajane na wagane wengine. Okay. Miezi 12 tu haijakatika vizuri. So mwaka wa pili akanifuata rafiki yangu anasema, brother, yani mimi nataka niwe kama wewe, sichakaliki tena. Nataka ni focus na Mungu, mahusiano pembeni. Nikasema kweli yakamshinda. Mwaka wa 3 tukatangaza wajane na wagane wengine. Safari ilikuwa ndefu. Yes. Lakini mimi wakati nafika mwaka wa 3, of course mwaka wa kwanza sio kwa sababu nilikuwa sioni, najibu maswali hayo mara mbili, assurance na vitu kama hivyo. Mungu alinipa teknolojia moja ambayo nilikuwa naitumia na mwingine anaweza kuitumia. Sio lazima kila mtu uchukue hiyo teknolojia, lakini ikikufaa chukua, tembea nayo. Mwaka wa kwanza nafika wakati wengine wanachakalika, unajua peer pressure. So na wewe pia macho yako yanaona wale watu ambao unahisi kwamba anaweza kuja kuwa mke wako. So sio kwamba nilifumba macho, nilikuwa naona wadada wazuri, lakini kitu pekee ambacho kilikuwa kinanisaidia nisifanye commitment ya kumfuata binti wa watu afu nikamwambia, alafu baada ya wiki nikamuona dada, ni madhabahu. So nilikuwa namchukua huyo binti kule Muhimbili hostel, kuna sehemu ya uwanja. So ninamchukua kwenye imagination zangu afu naenda kumzungusha uwanja. Baba, nimeona binti mmoja ananisumbua sana moyoni. Okay. Ananisumbua mno. Napiga round. Ananisumbua moyoni. Vipi mzee? Mbona huyu binti ananisumbua, hataki kutoka? Siku ya pili, siku ya 3 nashangaa huyo binti nimeanza kumuona dada. Sasa ni hatari sana unaingia kwenye mahusiano na mtu anakubali, alafu baada ya wiki unaanza kumuona dada. Kumbe swala ulienda ukalisuka mahali. Kwa hiyo namshukuru Mungu, hivyo ndio nilivyo survive. So mtu pekee ambayo akutoka wiki ya kwanza, ya pili, ya 3, mwezi ameshikilia tu ile left ventricle. Okay. Nakemea, nafunga na kuomba. Nikatafuta na picha yake somewhere, nikachukua nikawa naiweka hapa, naenda nayo ground.
Vijana mmepata kodi hiyo. Nazunguka naye pale Muhimbili kila saa 6 usiku kwa sababu nakumbuka Mungu alinipa kila saa 6 usiku nilikuwa naenda uwanjani kumwambia tu na kupenda na kuabudu na kutukuza. So wakati jambo la kimahusiano lipo nilikuwa sitamani kuharibu madhabahu yangu ya muda ule ule. Kwa hiyo nikasema nikienda saa 6 usiku kumwabudu Mungu nitampa hii story kwamba bana kuna binti moja anazingua zingua inakuaje? Lakini mimi nakuabudu ujue, lakini kuna binti yani. Doctor, sorry. Hiyo concentration ikoje? ya ukienda 2 in 1 like unatamani kumwabudu Mungu kwa sababu ninachokijua wengi wetu hapa nikiwemo na mimi Eric ni kwamba unavyofika machozi ya kwanza ni kwa yule binti. Yaani swala kwamba baba ninakuabudu ila hiyo concentration ikoje hapo? Kwa hiyo ndio teknolojia ambayo unapaswa kudevelop mahusiano yako na Mungu yawe makubwa kuliko chochote ambacho kinakuja katikati. Ndio maana unapaswa cha kwanza kabla huja make a move unapaswa kuwa unapambanisha huyo mtu na madhabahu ambao umeijenga. Okay. It shouldn't be weak. Haupaswi kuwa madhabahu yako katika ulimwengu roho huku moyoni haipaswi kuwa ndogo ikapigwa na maisha ya kawaida. So mazingira hayapaswi kuamua uende vipi, inapaswa madhabahu ndio iamue. Ndio maana siku zote unapaswa kuilisha roho yako ipate nguvu. Kwa hiyo nilikuwa naenda ground nikawa namwambia hivyo. So sijui swali uliniuliza lakini nahisi nimeweza kujibu kabisa. Kwa hiyo nilivyomuona mwaka wa kwanza nilikuwa naenda kwa Sailio, mwaka wa pili nikaenda, mwaka wa 3 ndio nikaona huyu binti atoki. Okay, mengine tutaendelea kama utaniuliza. Lakini akutoka na saizi tuna watoto 4 bado hajatoka. Bado yupo. Unamsubiria tu kwamba yule anatokea wapi. Asante sana. Mama, wakati mzee anakuzungusha, unajua siku hizi tunasema hivi, mtu akikuombea sana kichwa kinauma. Kwa mfano mimi nafanya kazi Kariakoo. Mdada akiniombea kule nakuwa nazunguka sana. Yaani maduka nakuwa naenda hili naenda lile. Kuna kama kizunguzungu nakapata. Ulikuwa unahisi kitu gani? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa sababu muda ambao anakuwa ananiombea pia ni mtu ambaye nilikuwa nafahamiana naye. Kwa sababu mimi na daktari tumejuana the first day nimeripoti chuo. Siku hiyo ya kwanza. Ameshaanza kufungua mafaili magumu. Okay, mimi nilikuwa Muhimbili Fellowship kwa sababu hapo nimezungumza maisha ya nje tu. Hiyo 2019 nilikuwa TAFES Muhimbili. Okay. Nilikuwa napiga piano kama mwamba mmoja. Kuna mwamba mmoja naye social ameshaona mtu. Kwa hiyo nikawa napiga nakupenza Yesu nakupenza. Yesu anasema kweli? Nakuabudu mimi, jamani nakuabudu. Anasema kweli mwamba? Okay. Kuna container jipya limeitoka huko. Bado ni jipya kabisa. So nakashangaa kuna binti mmoja yuko upande wangu wa kushoto kapiga yebo zile. Unajua rasta za yebo. Wewe. Kila ni yebo. Kila nikifumba macho na kupenda Yesu kwa jina la Yesu. Nakemea yebo. So hayo macho hayakuwa yanatoka upande na lazimisha naenda na kupenda. Siku hiyo nilitoka mapema ibadani nikaenda ground nikasema siwezi kuwa mtumishi mkubwa wa Mungu wa namna hii. Niharibiwe na tamaa. Sababu sometimes usipokuwa unajua kutafsiri unafikiri hauruhusiwi kufanya hivyo. Lakini namshukuru Mungu pia kwa mentorship, baadaye tutajifunza kuhusiana na mentorship jinsi gani sasa ya kuweza kuimpact. So hivyo ndivyo anaweza kuendelea kuanzia hapo. Sasa faili limefunguliwa sasa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi na daktari kama alivyosema tumejiona siku ya kwanza. Nimefika tu chuo, nakumbuka nilifika saa 10 nikapokelewa na dada. Ukiwa A-level kule chuo na ni shule sekondari wakati tunakuaga na dada. Thank God mimi dada yangu aliyenitangulia mwaka wa mbele nimaliza form 6 before me. Alienda Muhimbili. Kwa alikuwa anajua mimi nakwenda. Kwa siku tu nimefika siku ya kwanza kwa sababu kuna fellowship jioni yake ilikuwa Ijumaa.
Akanipokea akaniambia, mdogo wangu twende fellowship sasa, twende kuna ibada. Alikuita mdogo wako? Mdogo wangu sababu alikuwa dadangu wa shule. Alikuwa dadangu wa shule by that time. Tukaenda fellowship vizuri na I'm very grateful before God kwa ajili ya hiyo, kwamba cha kwanza chuo nilipokelewa mikononi mwa Mungu. Kwa hiyo ninamshukuru sana kwa ajili hiyo, na nilipofika nikakaa upande huo, hiyo ni historia ya daktari. Mimi nilikuwa nimepokelewa mikononi mwa Mungu na binti wa watu nilipokelewa mikononi mwa Mungu, na baada hapo tukatambulishwa. Sasa dada yangu alikuwa pia anafahamiana na daktari na alikuwa ni rafiki yake. Sasa tukitoka fellowship wakati tunaongozana vile tunakuwa tunarudi hostel. Jamani. Basi akanitambulisha akasema, "Dokta, huyu ni nani Piana? Huyu ni mdogo wangu ametoka shule fulani, nilikuwa mdogo wangu." Dada akakutambulisha huko. Mwamba sasa. Maxi 2 zimeshaenda, bado moja ya tatu. Okay? Kwa basi maisha yakawa yameanza hivyo, kwa yakawa ni kaka Ipiana. Kaka Ipiana. Kaka Ipiana. Wow. Kwa nilichukua muda sana kuja kujibadilisha kwenye simu hivyo save kaka Ipiana. Alikuwa ni kaka yangu mzuri kwa kweli. Alikuwa mzuri. Sio kwamba alikuwa anajiseti sana mbele yako. Yaani sasa katika uzuri si unajua kuna uzuri. Kwa hiyo the way ambavyo alikuwa na mimi nilikuwa si nisemeje. Yaani kwa ni kaka mzuri ananijali na wow. Anafuatilia masomo yako. Hiyo ni kigezo kingine tena ambacho kilinifanyaga kuja kusema yes. Kwa sababu the way ambavyo alikuwa vitu ambavyo alikuwa anadili navyo kwangu ilikuwa ni tofauti na vitu ambavyo nimekuwa na experience, maybe watu wengine wanasema hivyo. Kwa hiyo namshukuru Mungu kwa ajili hiyo. Tuliendelea hivyo na at the end of the day nahisi labda kwa kama ambavyo swali lako ulivyosema, muda ambavyo alikuwa anaendelea kuniombea sikufanikiwa kutoka kwenye moyo wake. Ni muda ambao pia connection ilikuwa kuna connection. Okay, ulianza kuifeel hiyo. Unaanza kuifeel. Unaanza kuifeel. Kwa hiyo siku zinavyoendelea kuna connection. Okay. Kwa na mimi nilikuwa namfurahia. Bado mimi kwangu ndani yangu alikuwa ni kaka. Kaka maskini. Ikaanza kubadilika, zile herufi za mwanzo zinabadilika zenyewe ndani ya moyo. Wow, makofi jamani. Sasa wewe na huyo mhaini mwenzako hamuombeani. Mna namna nyie mna connect, si ndivyo? Tuendelee. Haleluya. Asante sana Doctor. Dada Loveness. By the way, tumemwona kaka adile itatimi kwa sababu umemwa na hauna mashaka, unajua atai. Makofi. The introduction tumeamua nayo sasa hivi ulivyofika. Watu hawajui jina Paul, wanajua ahadi. Ukienda mbele zaidi wanaona Msungu, Pastor Msungu pale. Karibu sana brother Paul. Sana karibu sana. Dada Loveness. Watu wengi wamekuwa wakikufahamu na wamekuwa wakikuona kwenye mitandao ya kijamii. Nilipata nafasi kidogo ya kufuatilia. Karibia miezi kama miwili tu. Kuna rafiki yangu mmoja alikuwa anaitwa dada Mori. Mori alinikuta siku akaniambia, "Umewahi kumfuatilia dada Loveness?" Kuna video zako zimewahi kupop up, lakini sikupata muda. Nilivyokufuatilia nikagundua hapa kuna wadada ambao wanatakiwa kukusikiliza. Wangapi ambao wamebarikiwa na uwepo kwanza wa dada Loveness? Amen. Mkono umekuwa personal sana hapo katikati. Amina. Karibu sana dada. Asante sana. Na tumeisikia safari ya Dokta na mke wake, na leo hapa wewe uko peke yako, lakini labda nikukaribishe ujitambulishe. Inawezekana utambulisho wangu ukawa, hebu jitambulishe. Okay. Kwanza namshukuru sana Mungu kuwepo na nyinyi mahali hapa. Mmependeza. Yaani nimefika mlangoni naanza kumwambia mdogo wangu, hawa watu ni wazuri jamani. Mtashangaa watu wako single, wakoje single? Mbona they are so cute. Kuna matatizo ya kiufundi. Kwa majina mimi naitwa Loveness Emmanuel Mgonja.
Hayo ni majina yangu ya utoto. Ni mgonja? Yaani mpare? Yeah. Harika. Karibu. Na havache. Sasa, lakini hayo ni majina yangu ya utoto. Nilipokuwa mkubwa, Wachaga wakaniona, wakanipenda, wakasema mimi nitaitwa Mrs. Loveness Shayo. Wachaga hawa? Hawa. Kwa hiyo jina langu la ukubwani ni Loveness Shayo, au wengi wananifahamu kama Loveness Brainwave. Ile brainwave ni neno fulani tu hivi limekaa kisanii, lakini maana yake ni inspirational. Kwa hiyo sio kwamba ni neno kubwa sana, lakini maana yake ni an inspirational person. Na hilo jina nilipewaga na mtu anaitwa Anton Luvanda. Kipindi niko chuo mwaka wa kwanza. Aliniona tu hivi, akani place kwenye panel fulani, akasema huyu dada ameongea mara moja tu, lakini she is very inspiring. Mimi niko chuo first year, hata sijui kuwa inspiring ndo kuaje. Kwa hiyo nikasema basi nisitumie inspiring, ngoja nitafute neno mbadala, ndo ikawa hiyo brainwave. Na lilikuwa tu ni jina ambalo watu wamelipenda na wakalipokea by that time. So leo sijaja pia peke yangu jamani, nimekuja na ubavu wangu. Sema ubavu wangu. Wow. Yuko wapi? Ubavu wangu ulikuwa unapaki gari, ulikuwa unatafuta parking nzuri. Hebu uite, inawezekana uko ndani jamani tuone. Baby, umefika? Yeah. Sijui hata amekaa wapi jamani. Kama hayupo, naamini baadaye nitamsimamisha. Na kama lazima aingie. Na naomba watu wa protocol tumfuatilie ubavu wa mtu. Kwa kweli. Ubavu wa mtu upate nafasi. Inua kijana ambaye yuko single, ambaye ukimwangalia kwa ukaribu unaona kuna shida mali, anastahili kusimama kwa muda mfupi. Tuone na apate nafasi ya kuingia mahali hapa. Kwa kweli. Karibu. Asante sana. Mimi nimefurahia sana story ya Dr. Ipiana na mke wake. Ni watu ambao tumekuwa tukiwaona na wamekuwa wakituburudisha, wakitufurahisha, wakutupatia ule ujumbe wa Bwana ambao tunauhitaji. Kaka Paul Clement, mimi ni shabiki yako mkubwa sana sana. Yaani nakumbuka kipindi nimemaliza chuo, nilikuwa nimeenda kwenye engagement ya rafiki yangu mmoja. Akawa anatafuta nyimbo nyingi za kuingilia. Mimi nikawa nimempa nyimbo kama 3 hivi 4, alafu nyimbo zote ni za Paul Clement. Okay. Akaniambia, ina maana wewe hauna nyimbo nyingine? Nikamwambia, unajua nini? Kila mtu ana lile neno ambalo likimgusa anasema Bwana huyu ni mimi. Yaani Paul Clement ni kama kila nyimbo anayotunga waga anaongea na mimi. Nikaambiaga watu hata nikija kuolewa miaka 10 ijayo, mimi nitaingia na wakati wa Mungu. Na kweli kwenye engagement yangu wakati wa Mungu ndo niliingia nayo. Wow. Okay. Yeah, kwa hiyo mimi pia safari yangu haikuwa nyepesi. Watu ambao wamekuwa wakinisikiliza na kunifuatilia wanajua. Na uwaga nawaambia mabinti, hakunaga kuchelewa kwa Bwana wala hakunaga anayewahi. Kama kuna mtu amewahi, basi ni wanadamu wamemwaisha. Lakini kama unamngoja Bwana, hauwezi kuchoka. Mimi nilimaliza chuo, nikakaa 5 years ndio nikapata boyfriend. 5 years. Yaani nilikuwa naonekana, na sio kwamba nilikuwa sionekani. Nilikuwa naonekana, nilikuwa natembea, nilikuwa nasali, nilikuwa natoa sadaka, nilikuwa ninafunga. Lakini ilifika kipindi nikamwambia Bwana, unajua nini? Mimi na wewe let's have a conversation. Wow. Na I want to remind you what I did for you. Okay. Nikamwambia Bwana, lazima nikukumbushe, kwa sababu sikuna mfalme ambaye maisha yake yalikuwa yamefika ukomo, akamkumbusha Bwana, Bwana akamuongezea miaka mingapi? 15, si ndio? Kwani Bwana alikuwa ajui kama yule mtu anatenda? Alikuwa ajui kama yule mtu ni mtumishi wake? Alikuwa anajua, lakini kuna muda Mungu anataka ajue kama unajua. Na ndio maana kama ingekuwa hatuna haja ya kumjulisha Mungu tunavyovijua, kungekuwa hakuna haja ya sisi kusali. Kwa hiyo kuna haja ya sisi kumfahamisha Mungu tunajua anachokijua. Lakini sasa umefanya nini ili umkumbushe Mungu? Sababu ili umkumbushe mtu kitu, lazima umemfanyia kitu, si ndio? Utamkumbusha Mungu nini? Leo mtumishi wa Mungu Dr. Ipiana na mke wake akisimama
akiwa na changamoto akimwambia Mungu, ninataka nikukumbushe, ana jambo la kumkumbusha. Bwana, mimi niliwavuta watu wako, watu wakafika 2000 katika uwanja fulani mahali pale. Kupitia huduma niliyoifanya kutangaza neno lako, kuna watu 5 walipona. Kuna watu 5 walikuwa wagonjwa waliokuwa na lazwa hospitalini, wakapona kwa sababu ya neno ambalo ulinituma niliseme. Mimi leo nakukumbusha zile roho 5 nilizoongoa, unanipa nini? Kwa hiyo lazima uwe umefanya kitu unamkumbusha Bwana. Okay. Katika maisha yangu yote, jina langu mimi nadhani pia linasadifu maisha yangu, kwa sababu loveness maana yake ni upendo uliopitiliza. Kwa hiyo maisha yangu yote nilikuwa naishi maisha ya upendo uliopitiliza kwa kila mtu anayenizunguka. Okay. Na nilimwambia Mungu, the only thing I want to be remembered is, nitakapoingia mahali mimi niache upendo na hatua zake nyuma. Yani mtu akiniona aseme nili experience a piece of God's love from that girl. Wow. Not much. That is all I needed. Kwa hiyo nikamwambia Mungu, nitatembelea humu. Ni mtu mwenye shida, nina uwezo wa kumsaidia, siwezi kukaa kimya, nitamsaidia. Ni darasani, mimi nilikuwa ni yule mtu ambaye watu wanatoka darasani, tukimaliza wananisubiri nje kwa ajili ya discussion. Yani ninakuwa nimezungukwa na watu pale Mzumbe kwenye vimbweta, yani kila mtu anasubiri Loveness atudiscussie. Okay. Nilikuwa nafanya out of love, kwa sababu najua, namwambia Mungu, umenipa mimi namna ya kuelewa mambo tofauti pengine na mtu mwingine. Kwa nini nikae na hichi kipaji? Kwa nini nikae na hii karama? Kwa hiyo nitajitoa kwa ajili yao. Wagonjwa nitaenda kuona, nitaenda kuhudumia. Kuna kipindi nilikuwa naenda kuserve vituo vya watoto wenye mahitaji maalum. Sio kwamba nina hela, amna. Ninaamka tu siku, ninavaa nguo, ninaenda kituo cha watoto yatima. Nafika pale na wafagilia, na wavalisha watoto, na cheza nao. Sio kwamba nina kitu cha kuwapa. Ninashinda pale, tunakaa, tunaimba, nikimaliza naondoka. Namwambia Bwana, wewe ulisema ukai na madeni unalipa, ili nimekukopesha. Utanilipa. Okay. Kwa hiyo kuna vitu lazima umtendee Bwana ili Bwana akukumbuke. Nimefika miaka 27, sioni dalili ya mahusiano. Sioni dalili ya mchumba. Miaka 20 na 27 years. Sorry. Before hapo, sio kwamba nilikuwa sina boyfriend. Hana mpango wa kwenda nyumbani. Yupo. Sasa na pia nilikuwa nataka niwaambie kwamba kati ya mahusiano yangu niliyowahi kuyavumilia sana, na I think yalikuwa ni 3 to 4 years. Yalikuwa naelekea miaka 4. Yaani Christmas ya kwanza mpaka ya 4. Mpo hapa uhusiano la wiki. Haleluya. Ananiambia tu, tutaenda nyumbani, nitakupeleka kwa baba, nitakutambulisha, nitakupeleka kwa babu. Nikasema unajua nini? Nikamwambia Bwana, hii imetosha. This is enough. Ni kweli anaonyesha ananipenda, ni kweli anajibu message zangu, ni kweli anapokea simu. Kuna watu mnachanganya counterfeit na kitu Mungu amekuletea. Kuna vitu vinakuja kwenye maisha yenu hata sio sahihi, lakini vinafanana. Yani ni photocopy ya Mungu anachotaka kukupa. And in your heart you feel like, huyu ndio mwenyewe. Ni kweli anapenda, yani shida yake tu ni kwamba tuzini, lakini vitu vingine yuko sawa. Anapenda ngono, lakini sio yani anapenda ndio, lakini si ndio. That's how a man supposed to be, jamani. Sio kivile, kwa sababu unajua nini? Yani hage slide, nikiumwa anakuja kuniona. Okay, I don't say kwamba uzinzi ni dhambi moja. Trust me. Kwa vitu ambavyo wanawake na wanaume wanapitia kwenye mahusiano, uzinzi wala tena sio shida yao. Yani kuna vitu kuna matukio watu wanapigwa, uzinzi likakae pembeni. Uzinzi unasubiri. Lakini what I'm trying to say is, kuna vitu vitakuja kwenye maisha yako kama counterfeit. Na mimi ilinitokea, nilikuwa nasubiri. Nasema Bwana, nitasubiri ahadi yako. Siku hiyo nilivyokaa, nikamwambia Mungu, kaa hapo na mimi nikae hapa tuzungumze. I poured my heart out. Yani nilimwambia Bwana, ninakuambia unisikie. Ulipokuwa ukijenga madhabahu, walipokuwa wanahitaji hela ya kujenga kanisa, nilichukua hela yangu yote ya matumizi nikaweka kwenye kanisa lako lijengwe. Mimi ndio yule mtu ninayetoa zaka na sadaka sawa kwa sawa. Ni nani? Nikamwambia Mungu, nikumbushe ni nani aliyenifundisha kutoa kwa ukarimu kama sio wewe mwenyewe? Na nilisikia sauti yako, kwa nini usinisikilize mimi? Ninaomba unisikilize. Vigezo vyangu ni 1, 2, 3, 4, 5. Ulikuwa na vigezo 5 kabisa. Na nikamwambia Mungu, katika hivi vigezo vyangu nimekuwa nikikuandikia kila mwaka. Huo mwaka swala hilo nikaliweka la mwisho.
Yaani niliandika kama mahitaji 25 nahitaji Mungu anifanyie kwenye maisha yangu. Afu hilo la ndoa lilikuwa la mwisho kabisa. Nikamwambia Bwana, mimi najua ili umeshalitenda. Kwa hiyo siwezi kuliweka hapa front. Wewe ili umeshalifanya. Baada ya hapo sijui nisemeje, lakini you need to really be closer to God to hear his voice. Mimi maelekezo niliyopata waga nashindwaga hata kuwashauri watu kwa sababu I feel like unaweza ukamshauri mtu alafu kama sio kitu ambacho Roho Mtakatifu anamuongoza kukifanya, yeye akakikosea au kikampoteza. I remember nilikuwa tu nasikia sauti moyoni mwangu inakuja Mathayo 17:21 kwamba kwa namna hii haitoki. Kwa namna hii haitoki. Yaani ilikuwa inanirudia, kwa namna hii haitoki isipokuwa kufunga na kusali. Nitafungaje? Nikapata maono ya kufunga siku 40. Hakukuwa na chochote kinachoendelea. Nikawa nafunga siku 40. Nikafunga siku 40, Mungu akanipatia nguvu. Nikamaliza siku 40. Nikakaa, Roho Mtakatifu akaniambia kwa namna hii haitoki. Nikasema Mungu, si nimeshafunga siku 40, nimeshasali. Akaniambia sasa funga kwa kushukuru, usiombe chochote, lakini hii iwe siku 7 na iwe tofauti. Wow. Trust me, if you listen to God, you will definitely hear his voice. Wow. You will hear his voice. Wow. Nilifunga siku 7 kavu, nilikuwa nafuturunya na maji tu. 7 days I didn't eat anything. Hapo ulikuwa na umri gani? Hapo nilikuwa na miaka 27. I remember ilikuwa ni mwezi wa 6, nilianza kufunga kabla ya my birthday. My birthday yoga inakuwa tarehe 15. Nilianza kufunga tarehe 8 kama sikosei. Nakumbuka ilikuwa harusi ya kakaangu tarehe 6, baada ya harusi Jumatatu yake nadhani nikaanza kufunga 7 days. Nilipofunga nikamaliza ule mfungo nikamwambia Bwana asante, ninakushukuru kwa sababu mume niliyomuomba, kazi niliyoitaka, hivyo ndio vitu umenipa. Nilikuwa junior candidate. In few months nilipigiwa simu, nimepata managerial position and wow. This is not just a testimony. Wow. This was God's grace in my life. Nilipata kazi ya kuhudumia wafanyakazi 250 nikiwa kama senior HR manager. Mtu ambaye sina hata experience ya miaka 5 baada ya kumaliza shule. Okay. And that was my first biggest job with the biggest paycheck. Wow. Yani ni mtu akiniambia Mungu hayupo, I rebuke in the name of Jesus. God is alive. Baada ya mfungo, baada ya maombi, mwezi wa 6, the same month, tarehe 29, my husband came. Wow. Mlikuwa mnaisubiria hiyo amalizeje hapo? Kilikuwa kipackage fulani hivi very complete. Wow. I didn't have to hustle. Okay. Hapo nimetoka ku break up na my 3-year plus relationship mwezi wa 2 before Valentine's. Nauma hiyo mara 2 yake. I know kwamba I have to receive flowers, but then wakunipa flowers, bye bye. Okay. I broke up. Nimekaa mwezi wa 1 baada ya miezi hiyo 2. Mwezi wa 3 ukapita, wa 4 ukapita, wa 5 ukapita. Hapo katikati katika hiyo miezi tu ambayo nilikuwa nime break up zilikuja counterfeit nyingi sana. Kulikuwaga kuna kaka ananitext tangu niko form 2 and I was like God, labda ndo huyu. Wanaitwaga Kevi. Wana majina matatu, Kevi, Brai. Sasa nifungue kanisa sasa. Eric nitakupa sadaka. Alikuwa anaitwa Bryson. Oho. Yani nikasema Bry yuko kwenye inbox yangu tangu niko form 2. Nimeachana na my boyfriend, ananitafuta asubuhi mpaka jioni. I was like God, maybe ni huyu. Mimi najichelewesha, ni huyu. And then there's a voice inside me says no. Loveness, no. How I met my husband. Alikuwa ni graduation yake ya CPA. Okay. Amemaliza CPAT. Wanamcongratulate.
my friend, my very long time friend, my childhood friend, ambaye tulikuwa tunakaaga karibu nyumbani, alisoma na my husband. By then, yeye ni kaka yake. So, alimpost status, hongera sana kaka yangu, Mungu akubariki, una moyo wa ajabu, moyo wa kipekee, Mungu amekuonekania. Ni mtu ambaye, my husband is a very genius guy. Amesoma CPA miezi 6 tu, akagraduate. CPA ambayo watu wanasoma 2 years, yeye alisoma tu 6 months. Mungu alivyokuwa mkuu kwenye maisha yake. And I was like, okay, I see this guy. Nikamwambia tu, hongera kwa kaka yako, because the words were very attractive. Hivi unajua wanaume hawapatagi nafasi ya kusifiwa Kwenye jamii wanaume waga tunawaponda tu. Sana. Hatunaga muda wa kuwasifia. Hatuna sana. Lakini ukikuta caption moja ndefu sana ya read more WhatsApp, alafu ni mwanaume anasifiwa na sio boyfriend, ni kaka. I was shocked. Nikasema what an angel. Ila nikaitunza. Okay. Nikasema tu hongera kwa kaka amegraduate. Ulisema hivyo kweli Dalav? Haki ya nani? Kweli kabisa. Nikamwambia hongera sana kwa kaka kwa kugraduate. Akaja inbox. Hey, jamani. Tena kakangu unajua yuko single. Ha. Anaitwa nani rafiki? Abego. Anaitwa nani? Vero. Wakina Vero, makofi jamani. Nikasema mkaka mzuri hivi na kila kitu. Mimi simtaki bwana. Mkaka huyu kwanza ni mzuri. Alafu ana tabia nzuri. Alafu yuko single. Sio kweli. Akaniambia Loveness, nakuapia tena, yani wewe utamfaa kakaangu ninavyokujua wewe. Mimi naomba tu yani nikupe namba yake. Nikamwambia mimi namba nianzeje? Eti kwani wewe si uko single? Hiyo siku hiyo akaanza kuniita wifi. Nikamwambia wewe Vero, wifi tena umetoka wapi jamani? Wewe utakuwa wifi yangu bwana. Saa 12:07 naona message. Hello. Sasa hapo hatujui Vero alifanyaje hapo. Okay. Amefanyaje? Sijui ilikuwaje? Sijui, ninalojua nilikuwa kipofu, sasa ninaona. Wow. What a beautiful journey. Yeah, kwa hiyo kwa kumalizia, that is how I met him. Na aliponi text hello, niliambiwa sifa yake ya kwanza ni kwamba ni mtu ambaye yuko very serious na maisha, huaga saa 2 anakuwa ameshalala. You're tu uliambiwa na uka experience. Lakini hiyo siku mimi na yeye tulichati kuanzia saa 12 mpaka saa 6:41 usiku. Simu za usiku sio nzuri jamani, zinaponza. Yeah. Kwa hiyo tulikuwa tunachat, tunapiga story, tunaongea. Nadhani mimi principle yangu ilikuwa moja. Huaga nasemaga honest saves time. Ukweli unapunguza kupotezeana muda. Kwa nini umdate mtu miaka 6 wakati unaweza ukamfahamu in 6 months? Kama hakuna kinachowazuia. Ukiachana na kama Mr. and Mrs. Dr. Ipiana ambao walikuwa chuoni, ilikuwa ni hauwezi kujizuia, lazima wasome, lazima waendelee. Lakini nyie mnakutana kazini. Why do you have to date 5 years? Kwa hiyo kuna vitu mtu anaweza kaa na hisi kuna mtu ananificha. Kuna vitu mtu aniambii ukweli. Kuna vitu mtu anakuwa hayuko muwazi kwangu. But for me, I was an open book. Na uzuri alikuwa amepata information zangu nyingi kutoka kwa my friend. Let us speak good things about our friends. Yeah, wow. Yani, kama hauwezi kumuongelea rafiki yako kitu kizuri, usiongee chochote. Hauwezi jua neno lako moja likaharibu mahusiano ya mtu ya 5 years, 2 years. Hauwezi kujua neno lako moja ukaongea likaharibu destiny ya mtu kwa sababu ya neno lako moja. Wanadamu tunaamini maneno kuliko hata kuona. Biblia inasema imani chanzo chake ni kusikia, sio hata kuona. Neno la Mungu wote, hatujawahi muona Yesu live. Hatujawahi ona Mungu akiwa anashuka kwenye mlima. Hatuwahi kuziona amri 10 zikiwa zimeandikwa kwa vidole, but then we believe because we've heard. Si ndio? Kwa hiyo ninamshukuru Mungu kwa sababu neno moja la Veronica lilisaidia safari yangu ya mimi kumpata mume mwema. Hakukuwa na second guess, hakukuwa na efforts kubwa, hakukuwa na kuangaika,
hakukuwa na kulia. He never wanted to see me cry. Alikuwa hata akinipigia simu akinisikia ananiambia ninapanda gari ninakuja Dar es Salaam, kwa sababu hakuwa Dar. Ninapanda gari ninakuja Dar es Salaam. You don't want to tell me what's going on with you? I'm coming. Where? All right. Hebu makofi jamani kwa dada Loveness. Wow. Are we getting something? Tunapata kitu Hebu kama unapata kitu punga mkono namna hii. Asante sana. Dokta, kakapo, tuna swali hili na nitakurudia Dokta, natamani tuongelee vitu viwili. Kwa maisha ya sasa hivi, I know una mentor vijana wengi sana. Mimi mwenyewe unanimenta, japo unanimenta vijana wengi sana, na era ambayo tupo sisi sasa hivi, kizazi ambacho tupo sasa hivi ni kizazi ambacho kikishika moto kimeshika moto. Sasa inategemea kimeshika moto upande upi. Kikishikia kitambaa kinawaka moto, yani kitambaa cheupe. Kikishikia kwa Kristo kinawaka moto kweli kweli, yani mikachavala. So tunatamani kufahamu katika kizazi hiki, how do we approach kingdom marriages? Tuna approach vipi hiyo kitu? How are we going to navigate kwenye hiyo kitu until tunafika sehemu ambayo ni ndoa ambayo imefanikiwa, kwa sababu ndoa ni taasisi. Siwezi kuiongelea maana niko mbali sana Dr. Napo kidogo. What we know ni kwamba ndoa ni taasisi, na ndoa ya Kikristo ni tofauti na ndoa zilizoko duniani. There is a lot of stories. Men are dogs. Hivi. Ndoa za sasa hivi hazidumu and all that. Hizo ni informations ambazo vijana wengi hapa wanazo. How do we approach kingdom marriage? Asante kwa swali zuri, na ni swali gumu kwa sababu swali uliouliza ni very personal, kama mtumishi wa Mungu Loveness alivyosema. Hivyo ndivyo ambavyo ali approach kingdom marriage. Na mimi nina story yangu, na kila mwingine hapa ambaye naye yupo kwenye ndoa naye ana story yake. Sitamani kutumia story yangu kumsababisha mwingine iwe copycat, sababu naye mtumishi wa Mungu Paul ana story yake, lakini kuna template ambayo iko constant kwa watu wote ambao wanatamani kuwa na ndoa ambayo italeta matunda, na hayo matunda ya kimungu yatakaa. Kwa sababu lazima uone kwanza ndoa kama ulivyosema ni taasisi, lakini pia ni huduma. One of the mountains of influence ni marriage, family. Katika milima 7 ya kuinfluence dunia, mojawapo ni familia. So Mungu haioni ndoa kama jambo la kufurahiana tu sisi, lakini anaona kama anapaswa kupitisha kusudi lake kirahisi. Every time tukiwa tuna anniversary, except this year cause kulikuwa na shida nchini kwetu, tunasherekeaga tarehe 2 mwezi wa 11. Kwa hiyo every time tukiwa anniversary na mke wangu waga tuna post picha ya zamani sana, alafu watu wanaokujaga kuokoka inbox that particular month na kuambia wanaweza kuwa wanazidi 20 kwa sababu ya picha moja ya kingdom marriage ambayo hai negate mambo kama haya. Na watu wako kwenye magrupu ambao waliokoka kwa sababu ya picha ambao tulisema mambo ambayo wanapaswa kuyafuata. So kwetu sisi ndoa ni kama vile ambavyo tunasimama mbele na kuhubiri na kuimba na kufanyaje, tumeitemu hivyo. Kwa hiyo nahisi Mungu pia ana approach. So kabla hujaanza ku approach hiyo huduma ambao ni mlima mmoja wapo ambao unaosimamisha kanisa la Mungu, lazima uanze kama vile ambavyo wewe ni apostle unapaswa ku approach huo mlima hivyo kichungaji au kama unavyojiandaa na huduma. Na wakati pia najifunza kuhusiana na mambo ya huduma, Mungu alinipeleka kwenye Zaburi ya 34 mstari wa 9 na wa 10, ambao pia natamani waga napenda sana hiyo Zaburi. Biblia inasema mcheni Bwana enyi watakatifu wake, maana wamchao hawahitaji kitu. Fear the Lord, all you he sent, because those who fear him they will lack nothing. Kwa hiyo kama
umefika point, Mungu akaniambia siku yoyote ukishaanza kuona unaingia kwenye uhitaji, ujue kwenye kumcha Mungu kumeanza kuleta shida. Hiyo ni standard kubwa sana, najua. Okay. Yeah. Yani ukishaanza kuona unaanza kuingia kutaka kitu fulani kwa nguvu, manake kiwango chako fear of God, yani kama ina fear of God meter, ile mita inasoma low sana. Kwa sababu principle ni kwamba ukimcha Mungu haufiki point ya kutaka. Mimi nilikuwa namuuliza Mungu, kwa nini umesema kutaka sio kuhitaji? Mungu manake yani ukimpenda sana Mungu kwa kiwango cha kutaka yeye guide maisha yako, hata kusubiri utake, hata kusubiri uhitaji. Ni kama mimi nina rafiki yangu ambaye ni tajiri sana na ana kiwanda kikubwa cha viatu, alafu ni rafiki yangu sana. Huyo mtu hata subiri ni muombe kiatu, kwa sababu ataogopa kutembea na mimi sina viatu wakati yeye ni rafiki yangu. Ana kiwanda cha viatu. Mungu yuko hivyo. Kuna vitu ambavyo mimi na mke wangu hatujaienda mbele za Mungu kumwambia Baba, katika jina la Yesu tunaomba hiki. Tulicheza tu vizuri katika kumcha Mungu. Kumcha Mungu ndo kuna drive ministry. Juzi tulikuwa tunafanya, natoa tu mfano, najua hapa ni mwili wa Kristo na this is one of the testimony. Juzi tulikuwa tunatoa testimony ya kupata neema ya kumiliki eneo kubwa sana kwa ajili ya huduma Ijumaa, lakini hakuna point, amna maombi ya siku 3 kavu wakati tunamtafuta Mungu kwa ajili ya eneo, hatuna. Lakini Mungu alituambia tu ukifanya hiki na hiki na hiki na hiki utajipata, na naweka hiyo koma kwenye mabano, kwa sababu wakati mwingine tunafikirigi nimeamka asubuhi, lakini kiukweli ulilala na ukajikuta umeamka asubuhi. Umejikuta ngambo. Umejikuta ngambo. So waga napendaga kutumia huo msemo kwa sababu ukikaa vizuri na Mungu utajipata tuko same place, sehemu ambazo haujastahili. Sasa sijakwambia usiwe responsible, lazima uwe responsible na maisha yako, lakini big part ya hiyo responsibility yako ionyeshe uko unatamani Mungu orchestrate hatua zako. Biblia inasema hatua za mwenye haki zinaongozwa na Bwana, lakini huyo mwenye haki akikaa bila kufanya hatua za kumuona kontena jipya limetoka, Bwana ameweka kitu, nianze kufanya hatua za mwenye haki, nisingempata huyo mtu. So mimi naweza kuambia kwamba mche Bwana vizuri, lakini lazima pia Mungu akupe nafasi ya ku make move sawa sawa. Na vile binti angegoma kujibu, dada mkubwa Loveness angegoma kujibu ile message ya saa 12:47 angeishia tu kunena kwa lugha kwenye kale kichumba. Kwa hiyo tukishanena kwa lugha sana jamani, tunapaswa kwenda kuchukua huo mlima wa ndoa. Tukishanena kwa lugha tunapaswa kwenda kuchukua huo mlima wa business. Tukinena kwa lugha tunapaswa kutoka nje kuchukua huo mlima wa media. Amen. Tukishanena kwa lugha tuna responsibility nyingine ya kutoka nje kufanya, lakini hayo mambo yote yawe synchronized na wewe kumcha Bwana. Kumcha Bwana ni ile hamu ya kutamani tu kumpendeza Mungu. Yani hakuna mtu ameshaifika point ya kumpendeza Mungu, lakini kicho the fear of God, ile hamu tu ya kusema Mungu, what can I do in this particular issue? Yani upate muda tu wa kuongea na Mungu kwenye issue zako ndogo tu. Watu wanafikiri kumwambia Mungu ni mambo makubwa tu ya ndoa, labda unataka upate kitu kikubwa. Hata kumwambia Mungu, sasa hizi natoka nyumbani huku ninaenda ofisini, naomba tutembee pamoja. Kumwaga tu Roho Mtakatifu. Unaanzaje kumcha Mungu? Ni pale ambapo unaona details ndogo unaweza kushirikiana na Roho Mtakatifu. Doctor, so that means kwamba Roho Mtakatifu sio wa kushirikishwa mambo makubwa. Hapana. Hata nikienda dukani. Hata ukienda dukani unahisi utapenda tufanye nini? Yani ufike point ambapo unaweza njoo tuyojea. Anapenda sana ile kitu. Kwa sababu unakumbuka wakati Mungu ananifundisha jinsi gani ya kujua wimbo gani ufuate wakati naongoza ibada, alianza kunifundisha nikiwa form 2, natoka nyumbani kule LLM 88 naenda Ivumwe, natembea kwa mguu.
So wakati naabudu asante Yesu kwa wema wako, ananiambia badilisha. So nisingeweza kumtii kule polini, ni vigumu sana kumtii Mungu public yote iko hapa. Wakati watu wote wanakuhype nini na nini, na Roho Mtakatifu anakuambia kuna mtu pale bana inabidi awe mke wako. Mwaka wa 3 Mungu aliniambia fungua macho. Usiendelee kusema bana Bwana atatenda. Fungua macho, ndo wakati wako wa Kairos. Make a step. So nilipofungua ndo nikamwona ubinti. Kwa sababu nilifunga macho first year mwaka wapi. Kuna watu wengine wamefunga macho mwanzo mwisho chuo kasema mimi ni kusoma tu. Kwa hiyo cha kwanza ni ile kicho. Kicho ni kutamani, una develop sensitivity. Mungu sio kwa sababu aongei. Mzee Mwakasege alitoa mfano mmoja tu. Alisema ukiwa unaangalia TV sebuleni, jinsi ya kumsikia Mungu. Ukiwa unaangalia TV sebuleni, ukienda chooni, ITV wanaachaga kuongea kwamba mtumishi ameenda chooni bana, acha tuongee. Ni position yako. Kwa hata ukienda chooni sio kwamba ITV wameacha. Ukizima ITV sio kwamba wameacha kuongea kwa. Wao wanaendelea. Zamani nilikuwa namwambia baba, sasa tuwaite, tunaenda kula, sasa tuwaite hao wanaoimba twende. Tunafikiri nao wanabidi wa stop. So Mungu yuko hivyo. Sasa wote kuna kuagana signal in the realm of the spirit. Mungu anaongea. Position yetu ndo inaamua tunasikia au atusikii. So wengi hapa Mungu ametuzungumzia kuhusiana na mke wako, mume wako, ila signal ilikuwa inakatakata, tuja fine tune kwenye ile FM. So kumcha Mungu ni pamoja kutengeneza sikio la rohoni. Binti wa Bwana Yesu alikuwa anafanya kitu kinaitwa divine alignment. Mungu alikuwa hataki hata siku 7 hizo. Ila alikuwa anamshape, anakuangua hizo matawi ili awe shaped enough kujibu message ya saa 12 kwa sababu ya ego zake huyu. I'm sorry. Asante sana, makofi kwa doctor. I'm sorry. So cha kwanza ni fear of God inapaswa ku drive maisha yako. Ile kicho kwamba Mungu naomba nitengeneze mahusiano na Mungu kwanza kabla mtu mwingine ajaje. Una upendo wa kumpa mtu kama uwezi kumpenda Mungu. Mungu ndo atakusaidia umpende huyo binadamu ambaye ni mtoto wa mama mkwe wako ambaye hujaishi naye miaka 25 eti miaka 26 umpende wewe. Asante sana doctor. Imewahi kutokea siku moja ukiwa ndani ya ndoa? Imewahi kutokea hata siku moja ukayapata majuto kwamba hivi ndo ndoa? Hivi ndo iko hivi? Hivi mwanamke ni kweli Mungu aliniitia huyu mwanamke? Ushawahi kufikia hiyo point ya kwamba ukapata hiyo frustration fulani? Nimegundua kitu kimoja, wakati tunafanya registrations tulikuwa tunajaribu ku collect data za watu wanaohudhuria Friends of Jesus. Wanandoa ni wengi pia. So kuna mwanandoa yuko hapa, anaweza kawa anajua labda doctor yeye yukogo perfect A to Z kwenye ndoa yake. Ushawahi kufikia hiyo point na kitu gani ambacho unakifanya? Wengine wanahisi hivi, ukipata hasira, mama amekukosea kidogo, unataka kumpiga, Roho Mtakatifu anakuambia wewe acha. Watu wengi wanafikiriaga hivyo. Hiyo imekaje? Unajua Biblia inasema mwanamume atamwacha baba yake na mama yake, ataambatana. Sasa kuambatana, watu wengine wanafikiri ni ile siku ya harusi, sijui wataambatana, watawoko kwenye aile ndo wameambatana, kwamba mimi baba mtoto ninamwachilia mtoto wangu aende. Kuambatana guys ni process ndefu sana ambayo it's either Mungu akusaidie muanze kuambatana kwenye courtship. Namshukuru Mungu kwa ajili ya mentors walitusaidia kuanza kuambatana. Sisi nakumbuka, lazima ni digress kidogo. Rafiki yetu mzuri sana ambaye tunamfuatilia anaitwa Mgisa Mtebe. Mgisa Mtebe alikuwa anakuja chuo Muhimbili saa 5 usiku. Mimi nilikuwa nampigia piano wakati anafundisha. Kwa akiwa ananirudisha chuo, anasema bana wewe una mdau wewe? Mimi na mdau. Haya. Naomba nimuone. Mimi namuita binti Sayuni, anatuchukua alafu anatupeleka barbecue house, anatupeleka Holiday Inn. Tuanze kuona kwamba, kwa sababu unajua watumishi sisi. Mimi mke wangu anajua mimi nimekuwa nimemfanyia prayer dating. Prayer dating? Yes. Nachoka. Hey brother. Mke wangu nilikwambia kila saa 6 usiku nilikuwa naenda ground Muhimbili. Nilikwambia hakuna mtu ataniharibia hiyo routine. So kila saa 6 nilikuwa namchukua huyu, kwa sababu ground sasa ni public, ofisi mtumishi bana ndo anaangukia pale na maombi yake yote. So nikawa namchukua nampeleka pale Muhimbili chepo, ile chepo ya watu wote.
Okay. Ili watu wengine wanavyoomba watuone tunaombea chepo wasije wakatusikia vibaya. So tulikuwa tunaombea, ndio hiyo prayer dating. Prayer dating. Sasa Mgisa akasema hapa kuna shida, inabidi nifanye namna. Huyu akawa anakuja kutuchukua usiku, anatupeleka somewhere, tunakula naye. Okay. Na kwa hiyo si mke wangu, kumbe ndo mke wangu. Unajua mke ukimwangalia pia kwenye taa nzuri. Okay. Okay. Kwa hiyo Mungu alitusaidia hapo. Na bonding zilianza hapo sasa, kwa sababu sasa unaanza ku experience the reality ya kule ambapo utaenda. So Mgisa alikuwa anatuonyesha the good part. Wow. Sasa wakati tunavyoambatana sasa, tumefika wenyewe sasa. Tuko ndani ya dawa mswaki imebinywa hapa, wakati mwenzako wewe umezoea kuibinya huku. Reality show ndo inaanza. So, nakumbuka I'll be waiting for you no matter what may come my way. You're my refuge, shelter of my life. Huo wimbo niliutunga mwaka wa 4 wa ndoa, sijui mwaka wa 3, baada kuona mazee sasa. Shelter of my, na kungoja, unaningoja wapi? So ndoa sio mteremko wala sio mseleleko. Kuna vitu ambavyo Mungu atatamani kuvipruni kwako kwa sababu ya utumishi aliyoweka ndani yako. Yeah. Na atamtumia mtu wako wa karibu kusababisha pruning imefanyika perpendicularly vizuri kabisa. Wow. So nishafika point hiyo, asikudanganye mtu. Nishafika point hiyo kwa sababu hatuoi perfect person, you might unaoa the right person. Yeah. Sio perfect person. Wow. Mungu akikupenda waga anakupaga watu. Biblia inasema kwenye Isaya 43 tunasema mstari 4, kwa sababu nimekupenda wewe ni wa thamani, itakuagizia watu kwa ajili ya maisha. Sasa sometimes watu unafikiri wale watu wanapaswa kuwa wamekuwa packaged kwenye gift paper. Lakini inabidi wewe package yao inaweza kuwa ngumu kidogo, lakini ni kwa sababu ya kukushape na kukuprune wewe. Vidole havijawahi kuwa sawa. Hiki kidole ili kifiti hapa lazima hiki kiwe kifupi. So kama sio kifupi, Mungu atakichanja mpaka kiwe kifupi. Yeah. Kifiti. Huko ndiko ambako mnaweza kuambatana for the longevity. Wow. Glory to God. Makofi. Sorry, naomba niongeze kidogo hapo. Yes, karibu. Na hicho hapo inakuja umuhimu wa mentors. Mentors. Yeah. Sisi tumetoka, mimi hatakuwa na hiyo exposure ya maisha ya ndoa. Kwa hiyo wakati ule mwalimu Mgisa anatutoa outing, anatuambia vitu vingi, baadaye akaanza kutufundisha kwa habari ya maisha ya ndoa, alituelezea katika uhalisia wote. Akisema mnaingia kwenye ndoa, haitakuwa love as mnavyofikiria. Kuna seasons. Kama hivyo Dr. alivyosema kuambatana. Kwa mimi na Dr. tulikuwa tukipishana kuna muda, tunajiuliza hivi mwaka ngapi huu? Maana atuambia kuambatana kunachukua watu hata mpaka miaka 7 ya ndoa. Unaweza kusema tuna miaka 7 bado tunapishana yani. Okay. Kwa tukipishana pia kwamba tuna miaka mingapi? Miaka 7 haijaisha. Miaka mapishano. Okay. Yeah, nilikuwa nataka niongeze tu ya kuambatana. Nikianza na wewe hapo mama, kwa sababu mlianza kudate mkiwa vijana, si ndivyo? Sasa hivi ndoa ina miaka mingapi? Miaka 12. Jipime mtu wa Mungu, haleluya. Uhusiano lako la weekend, haleluya. Miaka 12. Natamani tuzungumzie kipindi cha kudate, hiyo dating season. Sisi ni wanadamu, hatuombi 24 hours. And ninaamini Dr. Na mama, kuna wakati mlikuwa mna ile mihemko ya kivijana. And let's talk about sex stuffs. Usigune. Nani wewe? Tunaigusa. Let's talk about sex, about okay, in general. How do we make, okay, kuna msemo mmoja anasemaga humble sister fulani. How do you make yourself purity? Unaji isolate from those stuffs. And I want us to push kidogo to reality. Mlinavigate vipi hapo katika kipindi hiko? Mnahisia, mnatamani, kuna muda ukimuona tu Dr. ukimwangalia mama unatamani hata umpige kakisi kambali, na kale kakisi kana muendelezo Dr. kale.
Tuanze na mama. Tuanze na mama. Basi mfungulie ndo. Huyu anaweza kuwabania bania. Si ndio wenye tatizo sasa lazima the part sehemu napopapenda ndo hapo. Okay. You see, nimelelewa na mzee Kibona kule Mbeya. Nilikuwa nachunga ng'ombe nafanyaje na ulokole wa imani kali. Nikaja Kibaha na nilikuwa nawaza siku zote tatizo letu, changamoto ambayo tunapaswa kudili nayo wa Kristo ni kwamba sex inakuwa mbaya mpaka watu waoane, badala inabadilika na kuwa nzuri. Inaibuka sasa. Imeibuka, yani naambiwa na wazazi mbaya. Wakikaribia kitchen party wanaanza sana kufundisha kitu kibaya. Wanaanza sana kukifundisha. Sasa unaanza kutoka sasa kililo kuwa baya miaka 7 nyuma. Hicho ndo kitu ambacho Christendom tumekikosea. Tulipaswa kuwa tunawaita watoto wetu, tunawaambia hili ni tendo takatifu la Mungu, ni madhabahu ya Mungu iliyo hai ambao haupaswi kuiapproach usipofika kwenye level hii ya maisha. Tunapaswa kufundisha watoto wetu. Kwa sababu mimi nahisi nikimfundisha Yehoshua wetu kwamba pombe ni dhambi, anajua ni dhambi milele. Lakini atakuwa confused. Alikuwa nikimwambia pombe na sex ni kitu kimoja. Sio? Kwa sababu kuna sex ya out na sex ya in. So huwezi kuchanganya pombe na dhambi. Pombe na sex ni kitu sio dhambi sawa hizo. You understand? So hawezi amna siku ambapo ata officialize kwamba pombe sasa hizi sio dhambi. Lakini kuna siku ambapo sex itaacha kuwa dhambi. Sio? Kwa hiyo cha kwanza kabisa lazima tukue hivyo. Kwa hiyo kuna watu ambao tulilelewa hivyo. Yani umelelewa hivyo mpaka unaingia kwenye mahusiano. Sasa unapoingia kwenye mahusiano pia unaona mzee Kibona hapa nyuma, mama Kibona, unaingia nao kwenye mahusiano. So unakumbuka nilikuwa na mke wangu alikuwa anapenda sana night walks like Muhimbili pale. So Muhimbili huko chuo ukipita upande wa psychiatric huko Muhimbili sasa hospitali unapita mpaka Moi, unapita unatembea Moi afu unakuja kutokea hii Baresa zamani gate la mbele afu unaingia chuo. Sasa mke wangu alikuwa anasema uko wapi? Fresh just tupite. Ndugu yangu, the moment nimemshika hapa. Na yeye alikuwa analazimisha nimshike tu mkono. Okay. Tufanye night walk. Mazee. Ni ya kutabaya. Nimenena mimi. Wamegonga wana wale. Ndiye. Ndugu yangu, wanaofahamu Muhimbili kuna psychiatric mpaka Moi ni kama mita 100 tu brother, ilikuwa Moi haifikiki. Na nilikuwa natoka narudi chuo na mwacha pale hostel, anaingia room kwake. Mind you, hatujafanya chochote. Lakini narudi ground, baba. Nimekosa mimi. Nimekosa sana. Unirehemu sana fadhili zako. Kiasi cha niagizie pipa zingine 5 za damu. You understand? Lakini kazi ya mentor alikuja Mgisa. Nikamwambia mzee, yani mimi nimekuwa nikianguka. Alicheka sana Mgisa. Alicheka. Akasema my brother, leo hii nikimwomba Mungu wakati hizo feelings ya uoi wewe. So kuna part ya feelings na kuna part ya friendship. Ndio maana kuna mabinti ambao hawajawahi pitia friendship kama hizo. The moment wamekutana na kijana ambaye amepiga urumbi vizuri, hata wampendi na hawana futures nao, wamepata mimba na wamezaa mtoto ambaye kiukweli hakuwa planned, ila kwa sababu hawakujua kuhandle hizo makitu. Ndo hapo.
napata inbox nyingi, mimi mtumishi wa Mungu nijichukia kwa sababu nina mtoto ambaye nilikuwa nimejitunza mimi mlokole mpaka mwaka wa mwisho, lakini mtu tu niliyokuwa na discuss naye nimeshangaa nimeanguka siku moja tu, nikamwambia Mungu, kwa nini hujazuia siku moja tu? Mzee, nimekutumikia siku zote. Maumivu kama hayo ni kwa sababu alifundishwa ulokole hauna boyfriend, hauna urafiki, yani usientertain. Lakini kwenye urafiki ambao una mipaka, manake unaweza kujua hata kuendo emotions zako. Ndio maana tumekuja hapa. Huyu jamaa ana marafiki wa kike wengi sana, lakini sio kwamba anatoka nao anafanya, anajaribisha kutest emotions zikae stable. Sasa akimpata mwenyewe anaamsha naye. Sasa Zigwama yupo katikati yetu, mnirehemu sawa sana fadhili zenu. You understand? So wengine najua wengine mpo hapa tumekosea sana, ila kwa sababu sasa kazi ya mentor ndio hiyo, anakuambia kuna part ya emotion, sio kwamba unamtokea. Ndio maana nilikwambia pale mwanzoni, wale wadada wote ambao mwili uliwaka wakafikiri ndio wake zangu, baadaye nikaona ni wadada, walibaki kuwa wadada na marafiki. Ni vizuri kuwa na marafiki wa kike na wa kiume, wanakusaidia kufanya check up ya mwili wako vizuri. Sijui kaitwa Anisi brother. So zile checking zile ni vizuri sana. Checking zile. Sijui tunaenda sawa sawa. Kwa hiyo niende deeper. Sasa wewe rafiki upasi kwenda, yani okay, Mungu akusaidie kwenye mipaka. Sasa let me go deeper now. Sasa unaona huyu ambaye nilikuwa namshika mkono, mwili hauna brother, yani mwili ndo kabisa hauna yani yani ulikuwa unafurugika mwili. Sasa imagine huyo mtu ningekuwa naenda kukutana naye sehemu za vificho. Kumbuka hapo ni watu, hiyo ni night walk kwa watu wanatoka udini, madaktari wanapita, lakini mimi sina, yani napaswa kusaidiwa mtumishi Mungu. So utaelewa kwamba at least tuko tunafanya public walk. So principle number 1, chochote mnachokifanya ambacho hamuogopi watu, manake hakina shida. Okay. Point number 1. Kwa sababu baadaye nilienda kumuuliza pastor wangu, nilikuwa nakupata shida, nikasema pastor, hivi mbona mimi hivi nitajuaje kwamba ninatenda dhambi? Akasema kama upo kwenye daladala, umekaa na mpenzi wako pembeni, mtu ambaye unamheshimu akitokea ukastuka, unajua ulikuwa unakosea brother. Lakini kama wewe hujamuoa huyu binti na unaweza kumkisi mbele yangu, mkaendelea kukisi, alafu mkaniona mkapotezea, basi hiyo kitu sio dhambi. Aliniogopesha. So utaelewa kwamba mipaka yako iko wapi. Ni kiwango ambacho mwili wako una react, usiendelee. Kwa sababu kila mtu ana mipaka yake. Kwa sababu kama unaweza kukisi mbele ya watu fresh tu, hiyo sio dhambi. Lakini kama mwili wako utastuka yani dhamiri yako itaogopa kwa kufanya kitu fulani, kukwambia bana hapo unaenda mbali, rudi. So kama mimi mwili wangu ulikuwa unaniambia brother, mkono huo brother, mkono huo. Na mikono unajua sio nani, mikono ikitokaga hapa inaendaga hapa, ina flow. Mikono afu mikono brother, waga aiangalia akili. Unajikuwa ishaenda same line. Simesema tu erila. Pona niangalia kama hujui marafiani. Pona changa. Okay. Haina macho mikono. Na mnajua sehemu kuu 3 line. Ndio. Hamjui? Mdomoni ni sehemu laini. Basi mama amegoma. Kwa hiyo linda sana mikono yako kuliko chochote unachokilinda, mshikaji wangu. Kwa mke wangu mimi alikuwa ananipa kipindi hicho, alikuwa ananipa mkono, lakini mwili ulikuwa unaniambia brother, unakoenda wapi? Sasa point ya pili, binti yoyote ambaye anakupenda hawezi kukupa bro. Sasa hii kitu mke wangu, niseme nisiseme, nimalize. Sio mke wangu wewe sasa.
Siku moja tumemaliza chuo, tunafurahi nini na nini. Nimekwambia Biblia inasema mwanamke atamlinda mwanaume. Tumemaliza chuo na kwa sababu sasa mimi napaswa kurudi zangu Mbeya kule. Na sina mwachaje binti sina kazi, nimemaliza chuo nabidi nikimbie, najifanya na mzee yake nipigia nafuatilia mambo ya intern, baba wewe subiri kidogo. Kumbe binti naye amebaki chuo. Unajua mmemaliza chuo afu mnabaki chuo. Wakati kwao hapa ni keko tu. Si ungeenda keko naye mke wangu. Kwa hiyo usiku mmoja mambo ya kutembeleana nimemtembelea hostel pale. Saa 6 usiku ikafika. Saa 7 usiku ikafika. Nikasema wewe kuna deka, wewe lala juu, mimi nalala chini. Cheki wameanza kutulia. Kimya. Leo hii nasema publicly, watu wa media msichezeshe ujinga huo. Wala msiedit caption. Huyu mwanamke alisema nimefanya agano, siwezi kukupa chochote kabla ya ndoa. Huyo ni mtumishi wenu mwenye upako Dr. Ipiana. Umeelewa eh? Yeah. We want to be real na kukuonyesha kwamba binti una nafasi kubwa sana kwa sababu sisi yani emotions zetu ziko juu, lakini hawa at the highest level ya emotions zao bado akili zinabakigi. So Mungu alimsaidia kurescue kusudi la Mungu kwenye maisha yangu. Hiyo ndo indication kwamba huyu ndiye mwana wa Mungu, msikilizeni yeye. Nikamchukua nikamweka ndani. Hadi leo tumejipata, tuna watoto 4. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nimeamua kuwa real kwa sababu huyu asingewafungulia ili faili. Na vijana mnapenda hizi story kwa sababu kuna mtu atapona hapa. Yeah. Kuna jamaa hapa ninamuona ambaye anasema kama unanipenza nipe. Sikiliza, huyo binti anakupenda. Kama amekubania mpaka sasa, huyo wa kuoa brother weka ndani. Nakwambia kweli. Wanaume piga makofi, mbona mabinti ndio wanapiga tu makofi? Wana wamekaza mzee. Na wanapigia hapa. Maana ukipigia hapa watajulikana kwamba walikuwa naomba. Asante sana Dokta, asante sana Dokta. Mama, hebu nawe tuambie katika upande wako. Wakati Dokta unapenda sana, ulikuwa unapenda kushikwa mkono na Dokta. Wakati Dokta anakushika mkono, Dokta alikuwa tayari anakuwa anataka kufanya ile application Yusufu aliifanya ile. Na upande wako ilikuwaje? Lakini pia natamani binti ambaye yuko mahali hapa, kama kuna kitu ambacho unatamani kukitoa ndani yako kwa ajili yake, you can do it. Karibu. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Kimaumbile jinsi ambavyo Mungu ametuumba, kuna vitu ambavyo mwanamke tu anapenda kuvifurahia. Mimi nikivifikiria ni tofauti sana ambavyo mwanaume anavifikiria. Kwa hiyo moment labda natolea mfano hiyo moment labda ya kutaka tu kushikwa mkono kutembea. Kwangu mimi nilikuwa sifikiri kama kwake inaweza kaenda extra. Nilikuwa na kama ninapofikiria mimi na hisi naye anafikiria hivyo kwamba tuna hold hands, anapenda kumshika hivi kabisa. Tuna hold hands, tunatembea, tunapiga story. They are very innocent by the way. Okay. Yeah, sikuwaza kabisa kama tunaweza kwa akili yake inafika that hiyo extra. Kwa hapo sasa kwenye mahusiano Dokta ameanza kugusia kwamba mwanamke ndio ana nafasi kubwa ya kumlinda mwanaume. Sex before marriage is sin. Yaani tupindishe tuende kushoto, tuipake mafuta, tuitengeneze, tuifanye nini, ila sex before marriage is sin. Na inawezekana kuishi bila kusex kabla hujaolewa, kabla hujaoa. Makofi mnapiga ila mmenuna. Mimi ni binti, naishi kwenye jamii, napanda daradara, nafanya kazi mahospitalini, naosikia watu kwenye maofisi, nasikia vingi vinaendelea kuhusiana na maisha ya sex. Ukisema
wanasema hiyo dunia saizi haipo. Wewe Dateo kaa kimya, dunia ishapita siku nyingi, hiyo dunia haipo. Lazima tutesti, lazima mtu utesti ndio ingie kwenye ndoa. Unawezaje kuingia kwenye ndoa bila kutesti? Ila sisi leo tupo hapa kwenye kanisa, msimamo wetu ni mmoja. Ukienda ofisini utasikia vya kusikia kibaya zaidi. Kuna siku nilisikia kabisa sehemu ya kula ofisini, mtu anamshauri mwenzake, anamwambia wewe usikubali, huyo binti ni mpendwa wa watu, huyo mwingine sio mpendwa. Mimi nakula namsikiliza, iliniuma sana. Akasema usikubali, wewe unaolewaje na mtu ambaye hujawahi kulala naye? Unajuaje kama utakuwa satisfied huko kwenye ndoa? Unaendaje kufunga ndoa na mtu ambaye hata hujui kama atakusatisfy kwenye sex? Mtesti ndio mkafunge ndoa. Ila before God sio sawa. Na sio sawa tu kwamba tunapenda kwa sababu tunananili. Kuna vitu vingi sana kwenye maisha yako vinapungua. Ukiingia, yani ukiishi maisha ya kusex kabla hujaingia kwenye ndoa. Ni vile tu macho yetu hajapewa kuona. Yaani hatujapewa kuona katika uhalisia vitu ambavyo ulimwengu wa roho kuna transactions zinatokea mkisex before kuingia kwenye ndoa. Hapo kwa sababu ni jamii watu ambao hii kitu ni shida sana. Tunaingia, kuna kitu kinaitwa rehema, tutakiongelea mbele. Lakini kwa cha kwanza sex, wewe ambaye hujaonja usionje. Wewe ni binti, ukaze. Yaani hapa ni mixed feeling. Wadada wanapiga makofi, wanaume wamevimba. Vikihamia kwa wanaume, wanawake wamevimba. Wewe ni binti, ukaze. Na kiwaambia hivyo kuna swali waga linanirudia. Wanasema sasa dada Teo, ndakaza vipi? Kuna kaka nampenda sana, sijiwezi, anataka ni seksi naye. Na namuona kabisa huyu ni mume wangu. Mwanaume yoyote anayekupenda, yani jamani, ngoja nikwambie, mke na mume sio kitu magic. Yani wewe ukikutana na mtu ambaye ni mke wako, hauhitaji nguvu nyingi sana, hauhitaji kuseksi kwamba ujue ndio mke wako. Yani it's something, hauhitaji kutumia nguvu. Yani hauhitaji kutumia nguvu. Ameongea mtumishi wa Mungu Loveness. Yani alivyochati tu baada ya hapo, na hisi hata alivyokutana naye mara ya kwanza, alijua hata baada ya mwezi mmoja wangefunga ndoa. Yani hauhitaji kutumia nguvu nyingi kujua huyu ni mke wako, huyu sio mke wako. Bwana Yesu asifiwe. Hatujasikia hata story hapo. Yani ile connection tu mnaipata automatically. Unaona wanawake wote, kuna mwanamke huyu mmoja ndio ambaye anatakiwa kuwa mke wako. Huyo mwanaume anayekwambia ukimnyima sex anakuacha, mwache aende. Sio mume wako. Acha aende. Huyu anayekwambia, mwanaume yote ambaye anakupenda anataka wewe uwe mke wake. Hata ukimnyima sex aondoki. Dr. pia nasuhi hapa. Wewe. Amina. Kwa yani hata ukimnyima sex na kuhakikishia atakuoa, ataondoka. Na ukiona yoyote ambaye amekwambia umemnyima sex ameondoka, nataka nikutie moyo rafiki yangu, huyo hakuwa mume wako. Yani mwanaume ambaye ulimnyima sex akaondoka, hakuwa mume wako. Yani yule alikuwa amekuja kukuonja, haki nakwambia. Yani yule alikuwa amekuja kukufurahia ulivyo mzuri, kukufurahia maumbile yako, lakini ndani yake hakuwa anakuona wewe kama mke. Ndio maana alivyokikosa kitu ambacho kilimfarabisha akufate, aliondoka. Alikuja kwa kukuseksi, akuacha atafute mke wa kuoa. Kwa nini sasa akuseksi alafu akuache? Kwa nini usimnyime? Alafu kama ni wako atastay, kama sio wako amenyimwa sex, alikuja kusurvey, ameondoka. Ndio utukufu wote unamrudia Mungu. Imeisha hiyo. Kwa hiyo kwenye mahusiano nataka nimalizie hiyo kwamba kwenye mahusiano sisi wanawake ndio tutasaidia hii kitu ya kwamba sex before marriage is sin. Sisi wanawake. Wanaume sio rahisi sana kwao. Sawa, wana Roho Mtakatifu, kila kitu. Ila sisi wanawake wote tukiamua kubadilika kusema sex is before marriage is sin, wakija tunawanyima, wanaondoka. Akienda kwa yule kwa nini ananyima, anaondoka. At the end of the point atapata mtu ambaye atamnyima na atasema mke wangu atamuoa.
Wow. Ila sasa mmoja akimwambia Scoopy sio nani, atenda kwa mwingine atampa, akienda kwa mwingine atamnyima, akienda kwa mwingine atampa. Tunakuwa bado hatuna msimamo. Hebu tuwe na msimamo basi. Amen. Amen. Makofi jamani. Tunapata kitu, si ndivyo? Hebu kama unapata kitu punga namna hii. Hallelujah. Okay. Dada Loveness, nina maswali mawili. Traumas. Sorry kidogo, naomba nimalizie kitu. Kuna watu hapa wasiingie kwenye guilty. Okay. Lakini kama uko hapa ulishakosea, kuna rehema. Yupo Mungu wa rehema, na ambaye akianza na wewe chapter mpya anafuta chapter za nyuma zote. Kama ulishatokea, ulishapita hayo maisha, umeshapata kudondoka kwingi, umeshatesti wengi ukitamani kwamba huyu atanioa, lakini at the end mpaka leo bado hujafanikiwa. Ninaomba nikutie moyo. Kuna Mungu wa rehema ambaye ukiamua kuanza, yani the moment ukiamua leo mimi naanza kusema sex before marriage sin, anaanza chapter mpya na wewe, anatembea na wewe kama vile hujawahi kufanya hata hicho kitu mara moja. Yani anaanza na in a fresh way. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa yupo Mungu wa rehema, Mungu wa rehema. Mungu wa rehema yupo. Amen. Amen. Victor Maestro, umesikia? Amina, asante sana mama. Sister Loveness, traumas. Watu wengi sasa hivi wamekuwa wakiingia kwenye mahusiano kutokana na traumas walizonazo. Vitu ambavyo wamevipitia. Vile vitu ndivyo wanavyovipeleka kwenye mahusiano. Traumas inatengeneza na character. And speaking about relationship, you're speaking about character. Character ambayo mtu anakuwepo nayo. Na ni kitu kigumu. Character ni kitu kigumu sana, hasa character ambayo imesababishwa na maumivu fulani nyuma. Kuna mdada, mosi kwa wadada. Wadada ni watu ambao wanachukua sana vitu. Absolutely. Yani mdada hata ninaweza kana tania hapa kabeba. Yes, so wanachukua kila kitu. Lakini mara nyingi imekuwa ni vitu vinavyo block kuelekea kwenye hiyo hatma ya mahusiano, kwa sababu tu fulani alinifanyia hivi, fulani alifanyaga hivi, so na move na hivyo vitu vyote. Huyu binti tunamsaidiaje? Kwanza mimi nimefurahi kwa sababu Mr. and Mrs. Dr. Ipiana wameongea sehemu kubwa sana ya hicho kitu ambacho umetoka kuniuliza. Unajua kuna mabinti wengi sana sasa hivi na vijana wengi sana wamekuwa, yani vision yao imekuwa impaired kwa sababu ya mambo ambayo wame experience kwenye mahusiano ya nyuma. Unakutana na binti, kwa sababu mimi na deal na mabinti sana ambao hawajaingia kwenye ndoa na watu ambao wana ndoa changa, yani ndio wameingia kwenye ndoa. Matatizo ninayokutana nayo huko, kama kiukweli kabisa mngejua ukweli kabisa wa mambo yanayoendelea huko kwenye mahusiano ya watu, wanaume sio shida, mabinti ni shida kubwa. Alivyosema Mrs. Ipiana sio uongo. Mabinti ndio tuna maamuzi, ndio tuna uwezo, sio tu kwenye mahusiano mpaka kwenye ndoa. Nawaambiaga wanawake, ndoa ni ya mwanamke. Yani familia ndio ya baba. Yani wale watoto ndio wa Dr. Ipiana na mke wake, lakini ndoa, yani mahusiano ya Dr. Ipiana na mke wake ndio anaweza kuifanya hiyo ndoa ikawa lele au ikadorora. Si ndio siku hizi tunasema jamani? Sasa trauma ni kitu ambacho kimekuwa kikiwasumbua sana mabinti kama unavyosema kaka. Unakutana na msichana yuko kwenye mahusiano, dada mzuri, anafanya kazi nzuri, anaendesha gari nzuri. Ni mtu tu tayari ambaye ameshajiestablish, usiache kuitafuta elimu, ameitafuta. Lakini yuko kwenye mahusiano very toxic. Unakuja kumuuliza, unakuja kugundua kumbe shida sio yule aliyekuwa naye, shida ni yeye. Unamwambia kwa nini huwezi kumwacha huyu mtu, anasema sijaipata mwanaume anajua sex kama huyu. Really? Ndio maana tunaambiwa tusionje. Kwenye kuonja jamani, mambo ni mengi huko nje. Yani kuna watu wanaingia kwenye ndoa ana vision ya sex aliyoifanya miaka 4-5 iliyopita. Akilala kitandani, mimi kuna kaka amenifuata ananiambia niko kwenye tendo na mke wangu anamtaja ex wake. How do you feel? Yani sio tu kwa sababu ni
ni maisha ulioishi, lakini ni vile vitu ulivyobeba. Binadamu waga tuna record vitu, wanasemaga kwenye put it back on the back of your head. Yani kuna vitu waga tukivifanya vinakaaga kwenye ubongo wetu wa nyuma, havisahauliki. Ndio maana kuna vitu utavipitia, vingine utavipotezea, lakini kuna vile vinavyobaki. Sasa mtu sijui hiyo seksi alipelekwa ulimwengu gani, alafu huyo mtu hawakuoana, anaingia kwenye mahusiano na makasiriko 24/7. It's sad. Sasa tunakuja kuwableedia watu ambao hata hawakupaswa kupokea ile bleeding. Yani umekatwa na mtu huko, unakuja kumbleedia mtu mwingine. Ndio kinachotokea. Kwa hiyo moja ya kati ya vitu ambavyo wanawake wanatakiwa au mabinti kuvipunguza au kuviacha kabisa, kwanza ni expectations za mapema. Hizo zinatengenezaga sana trauma sana. Unakutana na kijana leo, humjui, hujui background yake, pengine sio mpendwa na wewe ni mpendwa, lakini kwa sababu umemuona anaimbaga vizuri, umeshaisikia sauti yake, anafanana na kaka Paul Clement hapa, fair skin, tall, a little bit handsome, unasema sasa huyu baba ndo huyu. Mkianza kuchati baada ya wiki 2 akikublue tick, unasema wanaume ni mbwa. Embu mwangalie. Yani unajua kuna watu uwezi hata yani love, mtu anakuja anakuambia ni love. Kuna wanaume huwezi kuwategemea. Wewe unataka utegemee nini kutoka kwa mwanadamu mwenzio? Wow. Yeah. Kuna watu huwezi kuwategemea kwa sababu hizo expectations ni wewe ndio umeziweka na hakuna spirit haijakulead. Uzuri wa Roho Mtakatifu hajagawiwa kwa upendeleo. Bwana Yesu alipokuwa anapaa kwenda mbinguni akasema nitawaachia msaidizi Roho Mtakatifu, alitupa wote. Lakini kuna watu Roho Mtakatifu wanamtumia, kuna watu Roho Mtakatifu hawafanyaje? Hawamtumii. Kuna siku moja kaka Paul aliulizwa swali. Mimi ninavyosema ni shabiki wa kaka Paul kindaki. Sio kwamba ni utani. Kuna siku moja kaka Paul aliulizwa swali kwenye interview. Akaambiwa kuna msanii ameomba kufanya kolabo na wewe, lakini ni msanii wa muziki wa kidunia. Kwa nini ulikataa? Akasema tu sikupata maelekezo ya Roho Mtakatifu kufanya hilo jambo. Ni watu wangapi wanaweza kwenda in public wakampraise Roho Mtakatifu wa kiasi hicho? Na kuna watu wengine wakiwa wanaongea kwamba nimepewa maelekezo ya Roho Mtakatifu. Kuna watu kwa sababu wao hawajawahi kuongea na Roho Mtakatifu wao wanaisiki kama wanaigiza. Yani huyu naye yani anajikuta nani? Kila kitu. Yani kwamba kila kitu kwamba ndo mimi nikiwa kwenye foleni trafiki havuti magari, namwambia Roho Mtakatifu sema na yule trafiki atuvute, mwenzako unachelewa. Sema na yule trafiki tusogee. Ila wewe ili ufikie hiyo level ya kuongea na Roho Mtakatifu ni lazima umwamini. Sasa wewe mwenyewe hata umwamini huyo Roho, kazi yako ni kumlaumu. Roho mwenyewe yuko wapi? Mbona nilianguka? Mbona nipata ajali? Roho Mtakatifu yuko wapi? Roho Mtakatifu yupo. Sasa kama unakutana na mtu unaingia naye kwenye mahusiano bila kusikiliza ile sauti ndogo ya ndani na kuamua kufanya kila kitu ambacho Mungu hafurahishwi nacho, kwa sababu kuna watu mara nyingi wanajitengenezea maisha badala kumwacha Mungu awatengenezee maisha. Yani kijana anachojua ni kwamba kwa sababu mimi ni mzuri, kwa sababu nimesoma, kwa sababu nina akili timamu na nina pesa kidogo, hakuna mwanamke yoyote nitakaye mtongoza akanikataa. Lakini wewe Mungu akukuumba kwa ajili ya kila mwanamke. Ingekuwa hivyo kungekuwa hakuna kuachana. Yani hata wewe binti leo unayesema kila nikiingia kwenye mahusiano yanaharibika, ulitaka uolewe na kila mwanaume wewe? Yani unadhani kila mwanamume ameumbwa kwa ajili ya Jennifer? Hapana, mwingine aliletwa kwa ajili ya Grace, mwingine aliletwa kwa ajili ya Loveness, mwingine akaja kwa ajili ya Agnes. Sio kila mwanaume ameumbwa kwa ajili yako, na sio kila mwanamke ameumbwa kwa ajili yako. Kwa hiyo kabla tunaongea whether ni mahusiano mazuri ulikuwepo au ni mahusiano mabaya ulikuwepo, hakikisha ukitoka kwenye hayo mahusiano zile hisia tu mwambie Mungu ninaomba niachilie hapa. Yani safari ilipoishia
na mimi niishie hapa. Kitu ambacho sikuwaambia ni kwamba kipindi mimi ninaachana na my ex boyfriend, kabla sikutane na mume wangu, nilienda madhabahuni nikatoa sadaka ya kuachilia. Baada ya kusali nikamwambia Mungu, ninamuacha huyu kaka, ninaacha na hisia zake, ninaacha na mawazo yangu kwake, ninajitoa kwenye ule ulimwengu ambao tulikuwa, kwa sababu ukishampenda mtu, yani ukishamuona mtu na ukampenda, na unajua mkiwa kwenye mahusiano mnaanza hadi kutengeneza majina ya watoto. Nyinyi si mmeanza mnaanza hadi kuwaita watoto, sijui ataitwa fulani, mnaanza kupanga na familia. Maneno yanaumba. Moyoni mwako tayari ulishajiumba kwamba mimi ni mama fulani na watoto wangu baba yao ni fulani. Lakini kuna kitu kinaitwa rehema. Ametoka kusema dada yangu hapa Mrs. Doctor kwamba kuna kitu kinaitwa rehema, na ukiitafuta utaipata, na ukimtafuta Bwana atakupa rehema. Mungu sio wa upendeleo. Anirehemu mimi Loveness, anitoe nilikotoka, alafu aache kukurehemu wewe. Akuache wewe Samueli, sio kweli. Kwa hiyo moja ya vitu ambavyo vitakusaidia binti kuondokana na hizo trauma ni kwanza kuachilia mahusiano yako yote, yani hisia na mahusiano. Lakini peke yako huwezi, lazima uwe na Mungu. Kuna mtu anakuja kwangu ananiambia, da Loveness, ni kweli uliniambia yule mtu anifai, tumeachana, lakini namuwaza asubuhi, namuwaza usiku, siwezi kula bila yeye, siwezi kulala. Unajiuliza huwezi kula, mbona bado una mwili? Lakini anakuambia kabisa, yani ninashindwa kuvumilia kwa sababu nikikaa lazima nimpigie simu, futa namba, nimekariri. Oho. Sasa kuachilia wewe peke yako huwezi. Huwezi jamani. Na siku hizi tunapojiwaga kuinvest kwenye mahusiano, unapendwa siku mbili umeshamnunulia kaka shati, umemfanyia viatu, umeenda kumfanyia shopping, umemnunulia begi la kazini, umempa na suti. Sio rahisi sana kuondoa moyo hapo. Lakini kwa neema ya Mungu, kupitia rehema, kuomba kuachanishwa na huyo mtu, inawezekana ndugu zangu, inawezekana. Na sijui Mungu amewapa nini, amewapa rehema gani wanaume, sijui. Waga namwambiaga mume wangu, Mungu hana upendeleo, lakini Mungu anawapenda wanaume sana. Namwambia kwa sababu hawana vitu vingi. Unajua sisi hisia labda zinatufanyaga Mungu anatuona namna gani vipi, kwa sababu ndio maana hata kwa wanafunzi 12 hakukwepo mwanamke hata mmoja. Unanishauri ile shule ingekuwa ngumu sana. Namwambia kwa sababu gani? Nikamwambia leo mwanamke akipotea, adhabu yake inapigwa pale pale. Sio kwamba wanaume hawaadhibiwi, lakini adhabu za wanaume zinachelewa. Yaani hawa wanapewaga muda mrefu sana wa kutubu. Leo wewe ukaamua kukitembeza, ukafanya sex unavyojisikia, kwa sababu Abdul na Abraham wanakitembeza, na wewe ukaamua kulipa kisasi. My sister, in 2 weeks, in a month, unarudi na gono. Kama sio mimba unarudi na HIV. Kama sio HIV utarudi na PCOS. Sijui mnajua hayo magonjwa wanawake yanayowapiga. Lakini Abrahamu anaweza kana kitembeza mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, mwaka wa tatu akakutana na Bwana, akatubu. Alafu wewe ni kweli umetubu, lakini ulishatoa mimba, umeacha kovu. Wewe ni kweli umetubu, lakini umeshazalishwa. Ni kweli wewe umetubu, lakini umeshapata HIV. Ni kweli wewe umetubu, lakini una UTI sugu, unaitibu miaka 3. Sijui mnanielewa ninavyosema. Kwa hiyo tunavyoambiwa kwamba tujitahidi kujikontrol kama wanawake, hatuwezi kushindana. Hii tunayoambiwa what a man can do, a woman can do better, it's a lie. It's a lie. You can never do better. Naambiaga watu, you will never compete with someone who God called God. Wow. Mungu alimwambia Musa, utakuwa kama Mungu kwao. Na huyo atakuwa nabii. Wewe wapi Mungu alisema utakuwa kama Mungu? Nani? Deborah alikuwa nabii mke, lakini hakuwahi kuambiwa utakuwa kama Mungu kwa wana wa Israeli. Na alikuwa ni mwamuzi. So kuna vitu hauwezi ukaamua kuvishindania kwa namna ya mwili. Utashindwa tu. As a lady you will fail. Sisemi kwa sababu eti inalegalize wanaume kufanya. Hapana.
wote tunahitaji kuacha dhambi, lakini ninaongelea matokeo na madhara makubwa ya dhambi yanayomuumiza zaidi ni mwanamke. Huo ndio ukweli. Yaani leo bustani ya Eden tunaona mfano mzuri kabisa. Hawa alienda akaongea na nyoka. Wanawake tunatumioga sana, tunaambiwa mwanamke kiumbe aliongea na nyoka, utaongea naye wewe, utaongea naye nini? Lakini Hawa alienda akaongea na nyoka. Baada ya kuongea na nyoka akaenda kumshawishi mume. Unajua kwa nini Mrs. Dr. Piana amesema wewe ndio utamlinda? Hawa angekataa ile tunda, leo tungekuwa hapa. Alilipokea tunda, akaenda kumshawishi baba. Hawa baba ni watu wa kuambia maneno mawili na wameenda. Kama wewe ni mwanamke na hujajua namna ya kujicontrol, namna ya kupeleka ndoa yako, namna ya kupeleka mahusiano yako, trust you me, huyo kaka anaenda. Na ndio maana hajasema, hata Biblia haijasema apataye mume hapata kitu chema. Imesema apataye mke apata kitu chema, naye ajipatie kibali kutoka kwa Bwana. Kwa hiyo wewe ukienda kwenye maisha ya mtu alafu maisha yake yakawa yanazidi kudidimia, yanaenda shimoni, tutakuuliza wewe mke, neema ambayo Bwana alisema utaileta kwenye maisha ya kaka Eric iko wapi? Kabla yako kaka Eric alikuwa anafanya eventi Makumbusho ya Taifa. Sasa hivi tunataka tuone anafanyia eventi Mlimani City kwa sababu amekuoa wewe. Amen. Lakini leo maisha yako yakiwa yanazidi kuwa mabaya kuliko jana, kibali kiko wapi? Umepoteza kibali kukileta kwenye nyumba ya huyo kaka. Kwa hiyo hizo trauma jamani. Imekuwa personal sana hiyo, sawa hiyo. Jamani, hizo trauma zinawatesa sana wanawake, zinawatesa mno. Ninawaomba mabinti, kama ulivyosema kaka Eric, sio uongo. Wanaume wamekuwa labeled na kila majina. Kwani unadhani kwenye ndoa hamna wanawake wanao cheat? Wapo. Okay. Unadhani kwenye mahusiano hamna wanawake ambao wana maboyfriend watatu alafu wana boyfriend main ni mmoja mwanaume? Makontawa. Wapo. Lakini kwa nini wale hatuwapi majina? Kwa sababu men don't focus on that. Wanaume sio watu wa hisia. Kwamba ukimwambia yeye ni mbwa, kesho atataka kuite wewe paka. Hapana. Lakini leo ukitembea unasikia wanaume ni mbwa, wanaume ni washenzi, wanaume ni wajinga. Nakumbuka kuna siku moja nilikuwa nimekaa kuna kaka yetu mmoja alikuwa anaenda kuoa. Sasa kuna kabinti tulikuwa tunakafahamu ambapo walikuwa wanahusiana tangu akiwa chuo. Nikamuuliza mama, hivi kaka anaenda kumuoa yule binti tunayemjua au ni mwingine? Akasema mwenzangu, najua wapi? Sijui kama ni huyo au ni mwingine. Mimi nikasema ila wanaume. Niliposema tu hivyo mama akasema umeshatufundisha wanaume sio mbwa. Wanaume hawana shida. Tuache, usituharibie mindset. Wewe una uhakika gani kama shida ni kaka yako au shida ni binti? Kwanza hatujui. Tusubiri akiletwa hapa nyumbani ndo tutajua kama ni yeye au sio yeye. Kwa hiyo kuna muda sisi ni watu wepesi sana kuhukumu kama wanawake kwa sababu sisi ni watu wa hisia. Yaani wewe usipojibu message yangu mimi ninawaza hivi uko na nani? Anaongea na nani sasa hivi? Au ana cheat? Hivi kama mwanaume. Alafu Instagram, shetani alipokuwa mzuri, ukiingia Instagram unakutana na kivideo. Hajibu message zako kwa sababu anachepuka. Yaani alafu ina confidence. Unasema Roho Mtakatifu jamani aniambie nini tena? Hizi message hazijajibiwa zina masaa 4 na sio kawaida yake Po kutojibu message. Po anakuaga na simu muda wote. Yuko hapa mbele Po hajashika simu, maskini ya Mungu kaka, watu tangu wamefika mbele. Lakini kwa sababu wewe tayari umeshaona kwenye Instagram kwamba asipojibu message masaa 4 kuna mtu yuko naye, basi umeshalishikilia. Hivyo vitu pia vinasababisha trauma. Kwa sababu boyfriend wako wa mwanzo alikuwa na tabia hii, alikuwa na anger issues, umekutana na boyfriend mwingine, unataka alipie zile anger issues alizokuwa nazo ex wako. That's too bad. Kila mtu anaruhusiwa kupewa nafasi ya kuwa judged according to whatever they will do. Ni kweli kabisa, hata Mungu mwenyewe anasema kwamba nami nawapatiliza wana maovu ya baba zao na mama zao hata kizazi cha 3 na cha 4. Lakini amesema cha wanichukiao. Sio cha wanipendao. Ina maana Bwana anapatiliza maovu kwa wanaomchukia. Kwa sababu Bwana anajua chuki inarithishwa. Lakini kuna watu wanatembelea grace.
kama vile Mungu ambavyo anawarehemu wanaompenda. Inawezekana kuna watu leo asubuhi, mdogo wangu, nimekuja na mdogo wangu na Mr. nimemuona ameingia hapa. Punga mkono baby. Wewe. Safi kabisa. Nimekuja na mdogo wangu asubuhi, alikuwa ananiambia, dada, hivi unajua kwamba kuna watu wanatembelea neema za watu wa zamani? Mfano, yule Cornelio ambaye Bwana alisema sadaka zake zimepokelewa hata mbinguni. Imagine kuna watu wako kwenye lineage yake, wanakulaje hizo bata za Yesu? Nikamwambia udanganyi. Udanganyi. Kuna watu inawezekana wako traced kwa mema ambayo wewe utayatenda leo, na watakuwa wameokolewa au hii rehema itawatembelea kama na wenyewe watampenda Mungu. Amen. Wow. Dada Loveness, swali la mwisho kabisa, na nitamalizia swali la mwisho kabisa kwa dokta. Ni mruhusu dokta, najua ana schedule nyingine baada ya hapa. Ni kitu gani kifanyike during the waiting season? Waiting season imekuwa ni season ambayo ina maumivu. Vipi? Are you guys waiting? Yeah? During waiting season, kwa kifupi kabisa, tuko nje ya muda wetu. Yeah. Ni kitu gani kifanyike hasa kwa wadada during waiting season? Imani ni uhakika wa mambo yatarajiwayo na ni bayana ya mambo yasiyoonekana. That's a true definition of waiting. Kwamba una uhakika na jambo ambalo unalitarajia, lakini haulioni. Waiting season ni ngumu na hakuna mtu ambaye haijamhit. Dr. Ipiana ameelezea vizuri sana aliposema kwamba ukimsubiri Bwana haitafika wakati mpaka ukaona kwamba unahitaji sana ndio upokee. Lakini katika hicho kipindi ambacho wewe unatakiwa ufanye vitu vya kumuonyesha Bwana kwamba uko tayari kupokea, epuka kumlaumu Mungu. Wana wa Israel hawakufika Kanaani kwa sababu ya kitu kimoja tu, manunguniko. In waiting season, ukiangalia kwenye ramani ya dunia, kutoka walipokuwa wana wa Israel mpaka kwenda kwenye promised land, kwa mwanadamu kutembea ni siku 3 tu, but God made them walk for 40 years. Why? Kuna muda wetu wa kusubiri unakuwa prolonged kutokana na namna ambavyo tunanungunika na kumlaumu Mungu. As you have prayed for something right now, na unaona hakiji, mwambie Mungu asante kwa sababu kimekuja. Unajua kwa sababu gani? Kwa sababu hata ukilalamika mpaka Jumamosi ijayo, kama Bwana amesema atakileta mwakani, hata kileta kesho. Sijui mnanielewa? Yani muombe tu Mungu akupatie nguvu. Yani katika hii waiting season ni kumuomba Mungu atupatie nguvu ya kusubiri. Yani the only thing you need is grace to wait. Hakuna kingine unachoweza kufanya. So long as umefanya kama Dr. Piana anavyosema, umetembelea vile vitu ambavyo Bwana anataka uvitembelee, umefanya yale mambo ambayo Bwana anataka uyafanye, umeshughulikia vile vitu ambavyo Roho Mtakatifu anazungumza na wewe uvishughulikie. The only thing you need is grace to wait. That's it. Amen. Makofi. Asante sana Dada Loveness. Asante sana. Nataka tumalizie na hili swali moja la kichokozi sana hili. Naamini utakachokijibu ndicho tutakachokisikia. Na labda niulize niseme hivi, ni nani anayetakiwa kupiga goti kati ya mwanaume na mwanamke? Ni nani ambaye akipiga goti ndo ndio, asiyepiga ndo sio? Yani kati ya mwanamke na mwanaume, yani swala la goti limekuwa na mtafaruko mwingi sana. Yani swala la goti limekuwa, unajua ni magoti haya au haya magoti yana maana? Kwamba ni mwanamke ndo anatakiwa kupiga goti ama ni mwanaume ndo anatakiwa kupiga goti? Wow, swali zuri sana. Labda na mimi niseme tu view yangu kidogo kwenye waiting period. Cha kwanza kabisa, dada mkubwa amesema hapo na ameiweka kwenye code. Amesema unapaswa kuomba grace ya kuendelea kuwait. Lakini pia nafurahi sana kwa sababu Biblia imesema kwenye Isaya, inasema those who wait on the Lord shall renew their strength. So anasema they shall mount on wings like eagles. Sasa Mungu alinifundisha vitu kadhaa pale. Akaniambia
ukiwa na imani ndogo, kazi yako ni kuambia mlima huu ng'oka. Lakini wenye imani kubwa hawauambiagi mlima ng'oka. They wait on the Lord until they mount on wings like eagles. Wapae juu ya mlima. So ukiwa unamngoja Bwana, anakupa nguvu za kupaa juu ya mlima. Lakini ukiwa na imani ndogo kama punje ya adari, ndo kila siku unauambia mlima huu ng'oka, ng'oka. Kuna milima mingine Mungu hajakwambia uingoe, amekwambia u fly over. And God is raising giants here ambao watazama nabii. So hawezi kukupa mtu ambaye hana mbegu ya kukusababisha uzai nabii. Atakusababisha uchongwe enough ili akija aje Isaka asije Ishmaeli. Kwa hiyo Mungu akupe nafasi ya kuwait. Napendaga ule mstari phrase inasemaga when you wait, do what the waiters are doing. They are saving. So saving Kiebrania ni worship. Yani kama vile ambavyo unakuwa unamtumikia Mungu. Kuna binti mmoja ambaye alikuwa ana save Kigoma kwa kuosha vyoo. Wamissionari walikujaga Kigoma, hajai kuolewa huyo binti. Wamissionari kuja yeye ndo alikuwa anaosha vyoo. Missionari mmoja alimuoa, sasa hizi yuko Ulaya huyo binti, lakini hakuwahi olewa ndani ya miaka 35. Akafikiri kwamba amechelewa. Akalipohamishwa Kigoma kikazi ndo akasema ndo kabisa sijui kama nitakuja kuolewa. Lakini she was serving kanisani kwa kuosha vyoo. Akawa located na missionary Marekani, sasa hizi anakula bata. Anaenda Hawaii, anaweka juice kwenye kuna kile vile vigrasi ambao anawekaga na kalimao Do what the waiters are doing. They are doing what? Save. Swali lako. Mimi nilipiga goti kwa ubinti wakati namvisha pete. Tuko nje ya muda jamani. Na nikwambie tu makosa anafanyaga, lakini mimi napiga goti kumwomba msamaha. Kwa sababu nimejifunza jinsi ya kushinda vita. Tunashindaga vita kwenye magoti. Na tunashindaga vita sisi wanaume ambao tumekaa na Mungu anatufundishaga kushinda vita sometimes ni kushindwa. So mara nyingi nimeshashindwa sana vita. Nimeshashindwa sana vita, lakini ndio nimeshinda sana. Haleluya. Sasa hiyo ni kodi. Nikifika tu nje atanisema, "Kwa ulikuwa unazingua pale ushinde." So ni perspective, ni personality tu ya mtu, na sijui mtu amelelewaje. Kuna mtu mwingine amelelewa kwamba yeye ni kiongozi tu inabidi apigiwe magoti afutiwe barabara. Sasa ukiwa kwa staili hiyo utakuwa unasema, utafikiri mwanamke mpaka akupigie goti ndio amekuheshimu. Na kama watu wa Mbeya, unajua sisi watu anatoka kule kuja kukupa chakula, anatembelea magoti kutoka kule. So unaweza kusema ukikutana na binti wa kaskazini shikamoo. Unaweza kumwambia miguu kama fito wewe. So ni vile ambavyo tumelelewa, lakini vile ambavyo tumekuwa configured kwenye mind zetu. Lakini ni personality. Ukimwambia mke wangu anapenda naye kupiga magoti. Lakini mimi akibadilishi status yangu, akibadili kwangu mimi ni kwamba ukipiga magoti wewe uko chini ya mwanamke. Hapa haimaanishi. Kwangu mimi sidhani. Mimi ambapo pia anapita Kibona. Hata utoe udaktari, pia anapita Kibona. We moved. Sijaona kama kuna any spiritual connotation. Kupiga magoti ni humbleness. Lakini haikuzuii kuwa mwanaume kuwa humble pia. Biblia najua imesema mwanamke awe humble kwa mwanaume, alafu mwanamume ampende. Lakini mimi nakupa swali. Story ambayo Yesu alitoka nayo mbinguni kuja kutemewa mate ni zaidi ya magoti. So ukiniambia mwanamke ndo inabidi awe humble, lakini Biblia inasema Yesu alinyenyekea mpaka mauti. Wakati sisi ndo wanawake kanisa. Sasa nani alipaswa kunyenyekea? Ni Yesu au sisi? Niache hapo, kila mtu atadekodi kwa staili yake. Kila mtu achanganyikiwe kwa namna yake. Sorry, niongezee kidogo. Mimi na perspective kama daktari labda kwamba engagement is like a man is asking to a lady, will you marry me?
Kwa sioni kama ni shida sana mwanaume akimpigia magoti siku ya engagement. Na tunapata shida sana kwa sababu watu wamechukulia tu hiyo siku ya engagement kwamba ndo siku zote, kwamba ukipiga magoti vile ndo huyo mwanamke, yani wewe unakuwa uko chini ya huyo mwanamke. Hiyo siku ni afu ndo kitu ambacho kinakuaga wanakisubiria hicho. Hiyo ni siku moja tu ya engagement. Ndani ya ndoa na maisha mengine yote, mke mzuri akitaka kumpa mume wake kitu, yani siwezi mimi kwenda kumpa mume wangu kitu. Kama kwenye ndoa kuna muda au mnakuwa marafiki, ila kuna watu ambao wana hiyo kacha bado. Mimi siwezi nikaenda kumpa mume wangu maji afu nikamwambia piga magoti nikupe. Yani niende kumpelekea glasi ya maji afu niambie nimekuletea maji. Yani haiwezi kuwa hivyo. Hiyo waga ni siku moja tu ya engagement. Na ni siku ambayo tena wale wenzetu mimi napenda by the way surprise engagement. Ile surprise yani umekuwa surprise. Ingawa siku hizi kwa sababu ya mipango mingi na nini unajikuta tu unajua kinachoendelea. Ila hiyo ni siku moja tu kwamba a man anashuka na kuambia will you marry me? He is asking. Napenda, lakini kwa sababu sisi hatakuwa tumeidiscuss hiyo, ilitokea tu sikio na mume wangu akawa na hiyo mindset ambayo sio mbaya, yani nzuri. Ila sasa kinachowapa shida ni ile wanaume ambao ni manhood. Kupigiana magoti bwana, lakini kiwalisia na kutia moyo mwanaume. Kama lakini hiyo tumeiongea hivyo kwa upande wetu, lakini something personal. Huwezi kujua kwenye mahusiano ya watu wawili. Yani mahusiano is very unique. Kila mtu ana ya kwake. Yani kuna namna kuna mahusiano mengine ukimwona mdada akapiga magoti anapovishwa pete, muelewe. Yani muelewe. Yani kuna namna ambavyo hiyo ndoa, yani muelewe. Muelewe kabisa nakwambia. Ukiona mdada akashuka chini, kapiga magoti, anavalishwa pete engagement, muelewe. Safari ilikuwa ni nzito. Yes, yani muelewe. Kwa it's personal. Kwa ukimwona mtu mwanaume amepiga magoti, jua ni wao na mahusiano yao na nani. Ukimwona mdada akapiga magoti, yani vice versa is true. Waelewe ni wao. Kuna namna wao. Kuna namna ni kwao ni sawa. Amen. Wow.